Clouds TV, empowering lives. Maombi yasikia. Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukikushukuru, tukiinua jina lako, tukijua na kuamini ya kwamba wewe ndiye tegemeo letu, ni wewe kimbilio na msaada wetu wa karibu. Tunakuleta mtumishi wako Nura Waroinge mikononi mwako kwa ajili ya huduma ambaye yako naye ya kupeleka amani katika kila sehemu ya taifa letu la Kenya na hata ulimwengu mzima. Na akipeleka Baba wa mbinguni, sifa na utukufu zikurudie milele na milele. Asante Baba wa mbinguni kwa ajili ya mawazo na huduma ambayo umeweka ndani yake. Tunakuomba Baba wa mbinguni, unyoshe mkono wako wa rehema na upendo ili iweze kuendelea, na ikiendelea Baba wa mbinguni, ako litukuzwe siku zote hazina mwisho. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulete resources ambazo zinahitajika. Tunakuomba Baba wa mbinguni, umpe nguvu, umpe upako wa kutembea katika all the 47 counties in the Republic of Kenya. Na Baba wa mbinguni aweze kuguza wengi ili waweze kumjua Yesu Kristo wa Mwokozi na mkombozi katika maishani mwao. Baba, tunakuomba ulete amani katika hii kaunti ya Nairobi. Tunakuomba Baba wa mbinguni ulete amani katika nyumba zetu. Tunakuomba Baba wa mbinguni ulete amani katika watoto wetu. Baba wa mbinguni, tunakuomba ulete amani kila sehemu ya taifa hili letu la Kenya. Tunajua ya kwamba unajua mipaka yote ya taifa hili letu la Kenya, na ndio tunakuomba Baba wa mbinguni uizunguke na ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu. Baba, tunakuomba uendelee kuonekana katika hii mji wetu wa Nairobi Baba, na ukionekana, sifa na utukufu na heshima na shukurani zikurudie milele na milele. Na kuomba katika jina safi ya Yesu Kristo tuseme amen. Tumpe Yesu makofi. Endelea kuongea kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Naomba ya kwamba watumishi, ninapokualika tushirikishe watu wote, tubebe huyu mtu wa Mungu. Kama ni jambo tubebe sisi wote, usiombe nimekuleta hapa uongoze watu, ya kwamba usaidie watu wengine, tubebe pamoja, ili ya kwamba kila mtu wa Mungu atamke neno kwa sababu ya hilo hitaji ambalo tunaliweka mbele za Bwana. Katika jina la Yesu, tamka neno kwa ajili ya apostle, tamka neno kwa ajili ya apostle, tamka neno kwa ajili ya apostle, maana tumekusanyika hapa kwa ajili yake. Nataka uongee kitu, mwambie Bwana amtie nguvu, mwambie Bwana ampe kibali, mwambie Bwana akamkubalishe katika kila kaunti ataingia. Mungu akamkubalishe, Mungu akampe neema, Mungu akamuinue, Mungu akampe mafuta. Ardhi ya Kenya ikamkubali, Nairobi imkubali, ikamkubali kila mahali. Eldoret imkubali, Nyeri imkubali, Murang'a ikamkubali, Mombasa imkubali, Kakamega, Kisumu, Homa Bay, Migori ikamkubali. Omba kwa jina la Yesu, inua sauti yako, tutangaze ardhi ya Kenya ikamkubali kwa jina la Bwana, na kila mahali anaenda awe na kibali, awe na kibali, awe na kibali. In the mighty name of Jesus. Tamka neno, mwambie Bwana, tumeletwa hapa kwa ajili ya apostle, ya kwamba yale maono ako nayo, ili Mungu aende amsaidie. Inua sauti yako kwa jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. In the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we thank you. Father, we glorify you. Katika jina la Yesu. Sasa tuko katika maono yenyewe, mfalme wa amani, kwa sababu tunataka amani kwa taifa letu. Iwe wakati wa uchaguzi, pasiwe wakati wa uchaguzi, tunahitaji amani, maana pasipo amani hakuna maendeleo. Pasipo amani hatuwezi kula, hatuwezi kukaa na uzuri, hatuwezi kuona mafanikio ambayo tunahitaji kuwa nayo. Kwa hivyo tunahitaji tuwe na amani katika jina la Yesu. Wacha nilete mtumishi wa Mungu, mama ako hapa nyuma, acha tuongoze kuomba maono, tuombee maono ya mfalme wa amani, ya kwamba yakubalike kila kona ya dunia, sio tu Kenya. Yani tuongoze katika hilo kitengo, tuombee hii movement, ya kwamba Bwana apate kuchukua usukani kila mahali tunaenda, mfalme wa amani ipate kibali. Twende mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Jane Brown. Kila mtu ainue mikono yake juu
na tukaomba hii maono. Palipo Bwana yote yanawezekana. Jipeleke mbele za Bwana ukiwa unamaanisha, ukiwa na moyo safi na upendo wa kupenda mtumishi wa Mungu. Jiachirie na Mungu atatenda mema. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, tunatangaza ya kwamba Bwana unaweza. Bwana unaweza, unaweza, unaweza. Unaweza, unaweza, unaweza. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, unaweza, unaweza Bwana. Haya maono Bwana hayatafia hapa, lakini yataenda kuonekana, yataenda kung'aa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Bwana, tunatangaza ya kwamba maono ya mfalme wa amani yataenda kukubalika, yataenda kukubalika katika jina la Yesu, yataenda kukubalika kwa damu ya mwana kondoo na kwa uwezo wa Bwana. In the mighty name of Jesus, kwa sababu unaweza, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu umetamalaki Bwana. Katika jina la Yesu, asante Bwana kwa sababu ya tawala. In the mighty name of Jesus, we love you Father, we worship you God because of your glory and honor. Hey, kabashanda bazaya, lava sheke talaba bayata, lava sheke talaba, leka shabaka ya raboseya. In the name of Jesus, asante Bwana. Asante Bwana. Yesu na ukatende mema. Onekana kwa sababu wewe ni Bwana. Shughulika Baba kwa sababu ni wenye nguvu. Na ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Asante. Bwana akubariki mama kwa kazi njema. Haleluya. Naona sasa tumeingia line vizuri. Hivyo ndio vile nilikuwa nataka. Haleluya. Yaani tunakuwa na maombi ya kushirikishiana. Wewe unapokeza mwingine, tunashika sisi wote tunavamia. Unafukuza 1000 mwingine 10 na tunasonga mbele. Na jina la Bwana linabarikiwa. Haleluya. Na utukufu wa Bwana unataka kuonekana. Haleluya. Kwa hivyo apostle hayuko peke yake. Kuna timu ambayo inamsaidia kufanya kazi. Na Biblia inasema kwamba wawili hawawezi kutembea pamoja pasipo kufanya nini? Amen. Kwa hivyo tunataka tuombee timu, na yeyote yule, hata ukiwa ni wewe utachukuliwa, ya kwamba tuwe na roho moja, tuwe na sauti moja, tuwe na makubaliano, tuwe na uelewano, tuwe na ushirikiano, tuwe na mapatano kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona mama ako pale, mtumishi wa Mungu, njoo tuongoze kuombea unity ya timu ya apostle ambayo anataka kufanya nayo kazi, ambayo wamekubaliana, timu ya media, praise and worship, wale wanapanga, yani yeyote ambaye anashirikiana, yeyote anayetoa pesa yake kwa sababu ya kusapoti, maana maono ni gharama. Hallelujah. Kwa hivyo yanahitaji watu. Yeye ni mwenye maono, lakini anahitaji wabeba maono. Nao wabeba maono shetani mara mingi anawaingia sana. Hallelujah. Nyinyi ni watumishi wa Mungu, mnaelewa haya. Uko na watu unawategemea, lakini kamoja kapili katatu hivi ingia anapanda mbegu mbaya. Alafu anaanza wewe unavuta kulia naye anavuta kushoto. Hako kapepo nataka tukemee katika foundation hii. Na wewe uko hapa, Mungu amekuleta kwa lengo hilo ya kwamba tutamke neno. Haleluya. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Romana Wambua na nimeokoka. Naomba watumishi wa Mungu kwa unyenyekevu tuinue mikono yetu juu, tuweze kukabidhi timu ambayo itatembea na mtumishi wa Mungu katika mikono ya Bwana. Enda mbele zake Bwana, tamka jambo. The Bible says mahali wawili watatu wanakutana, Yesu ako mahali pale. Psalmist also says likazikulima sakatarabo, ninanena
mfalme wa amani kwenye hii anga. Jehova Mungu wa Israeli, timu yote, watu wote watakaochaguliwa kutembea na mtumishi wa Bwana, ninawaweka mikononi mwako asubuhi ya leo, nikinena uelewano, nikinena baraka katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inauliza ya kwamba watatembeaje wawili kama hawataelewana? Ninanena kuelewana katikati yao katika jina la Yesu Kristo. Jehova, unasema ya kwamba mahali kuna umoja unaamurisha baraka zako. Nena umoja kwenye hii anga, nena umoja kwa watumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Kwenye hii safari ambayo tayari imeanza, nguvu zote za giza zitakaoleta migawanyiko ninaitoa, ninaharibu katika jina la Yesu Kristo. Ninanena jambo mtu wa Mungu, haribu kazi zako Shetani. Maana ninajua Shetani hapendi umoja, ninajua Shetani hapendi maelewano. Uondoe kwenye anga na ulimwengu wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Ninataka tumilikatana, milikitani sote pamoja, miliki na maisha, miliki na mbingu, miliki na maneno pamoja katika jina la Yesu Kristo. Tunaungana pamoja kwenye anga na ulimwengu wa kiroho, nikikataa kila ila zote za Shetani na mbinu zake, tunazituisha chini wa mkoifu pamoja katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ya kwamba hauna nafasi kwa watumishi wa Mungu, hauna nafasi katika jina la Yesu Kristo. Nena umoja, nena baraka, nena kuelewana katika jina la Yesu Kristo. Mwimbaji akaimba akasema ya kwamba bind us with cords of love which can never be broken. In the mighty name of Jesus Christ, I bless you and I worship your name. In the mighty name of Jesus Christ, we believe and pray. Sema amen. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, oh Baba. Bwana umeinuliwa, 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 Bwana umeinuliwa, Yesu Bwana umeinuliwa juu, sema hakuna kama wewe, Yesu unatawala. Haleluya, umeinuliwa, 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 umeinuliwa. Haleluya, umeinuliwa, Yesu unatawala. Bwana, Bwana umeinuliwa, umeinuliwa. Hey, Yesu ni Bwana katika jina la Yesu. Haleluya, sema umeinuliwa Bwana, umeinuliwa, sema umeinuliwa juu. Haleluya. Karibu sana. Nataka uwapeleke hii kanisa mbele za Bwana, mahali ambapo Mungu ametupea kukutana, kwamba tuje tushare, mtumishi wa Mungu akuja share na sisi maono yake na tuambie kilichoko ndani ya moyo wake. Na Mungu ametenga nyumba hizi kwa ajili ya biashara nyingine, lakini kwa sababu ya kuokoa nafsi na kwa sababu ya kutukutanisha madhehebu mbalimbali, wachungaji kutoka maeneo na makabila, hapa mahali panastahili Bwana akapate kutukuka. Kwa hivyo nenda mbele za Bwana, tuongoze mtu wa Mungu. Hallelujah. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah.
Haleluya. Hebu tuinue mikono juu. Haleluya. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, unasema kwa neno lako Mathayo 18 mstari wa 19 mstari hata wa 20, unasema palioko wawili au watatu, Baba, uko mahali hapo Bwana, ya kwamba watakaposemezana hata mbingu Baba itasikia, hata mbingu Baba itajibu. Baba, tunaleta mtumishi wako Apostle Dura wa Ruinge Bwana. Baba, tunatamka Baba, Baba ya kwamba maono yake Baba yanakuja kutimia Baba, yanakuja kutimia Baba mahali hapa Bwana, ya kwamba unamuunganisha na watu wanaofaa Bwana, ya kwamba upako wako unachukua nafasi kwa maisha yake, unachukua nafasi kwa maisha yake, hata katika unganiko na wachungaji Bwana watakaosimama pamoja naye. Jehova Baba, ninaomba ya kwamba unampa uongozi, ya kwamba watakubaliana, ya kwamba wanapoitwa hata kukusanyika pamoja, hata kutembea kufika mahali ambapo umekusudia. Jehova, sasa ukaitwe Jehova, ukaitwe mtenda miujiza, ukaitwe mbarikiwa. Jina lako likainuliwe, jina lako likabarikiwe, jina lako likabarikiwe. Mpake mafuta Bwana, wainue Bwana, anapokuja kuongea na watu wako wanaonekana katika jina la Yesu. Wokozi wetu leo. Amen. Inua tu mikono yako, twende mbele za Bwana. Kila mtumishi wa Mungu uliyeko hapa, ombea wachungaji wengine. Kumbuka mchungaji aliye kando na wewe, aliye karibu na aliye mbali, ukaombea huduma yake, ukaombea maono yake. Watumishi wa Mungu mara mingi hatukumbukani, lakini tunakumbukana tu wakati tunahitaji kitu. Hiyo roho tukatae, lakini tukumbukane kwa wema na kwa uzuri wa Bwana. Kumbuka mchungaji mwenzako, yule ako hapa na yule yuko hapa. Shika mkono jirani yako, wawili, shika jirani yako mkono. Nataka uombee huyo jirani yako. He is the next billionaire. He is the next millionaire. He is the vision bearer. He is the vision carrier. Muombee, mwambie Bwana, Baba, fungua huduma yake. Bwana, bariki huduma yake. Bwana, tengeneza njia mahali anakwama. Mwambie Bwana, ninajua ya kwamba kuna kitu anapitia. Ninamuombea sasa. Ombea huyo mchungaji, ombea washirika wake wanamsumbua. Wengine wanatoroka kanisani, wanaongea mabaya kumhusu. Mtamkie neno kwa jina la Yesu. Ombea biashara, ako na biashara mahali, mtamkie neno ya kwamba atafanyika nguzo katika kanisa ambalo anahudumu, atafanyika msaada. Hilo kanisa halitafungwa. Tamka neno, hiyo kiwanja hatanyang'anywa. Tamka neno, ambaye amepewa notice ya kuhama nyumba atahamishwa kama mtu ambaye hana Mungu katika jina la Yesu. Hatanyang'anywa hiyo biashara, hilo duka hatanyang'anywa. Watoto wake hawatalewa. Ombea watoto wake, ombea watoto wake, ombea ndoa za watoto wake kwa jina la Yesu. Tamka neno, muombea mtumishi wa Mungu, usinyamaze. Mungu amekuleta hapa na lengo. Biblia inasema ya kwamba tuchukuliane. Chukulia huyo mtumishi wa Mungu, uchukulia maisha yake in the name of Jesus. Tamka neno kwa ajili ya wokovu na kwa ajili ya karama na vipawa ambazo Mungu ameweka ndani mwake, ya kwamba vifanyike msaada katika vizazi na vizazi. Bwana, kwa sababu unatawala katika jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai. Baba, tunasema ni wewe. Hey Jehova, asante Bwana majeshi, kwa sababu umeinuliwa. Bwana, asante maana unatenda. In the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Sikiliza watu wa Mungu. Hana alipoenda mbele ya madhabahu na alipokuwa anamlilia Mungu,
Maandiko nasema kwamba tumesoma sisi wote tunaelewa, lakini naomba mniruhusu tu ni quote kidogo tu, ya kwamba alipokuwa anamimina moyo wake, kuhani wake hakuelewa moyo wa huyu mama. Maana kuhani alikuwa anaona midomo ndio inatembea, kwa hivyo hakuelewa uchungu uliokuwa ndani ya moyo wa huyu mama. Mama alikuwa analia mpaka kuhani wake. Wakati mwingine kuna watu wanakuja makanisani kwetu wanaomba, tunashangaa wanalia nini, lakini hatuelewi uchungu walio nao. Watumishi wa Mungu wako hapa, ukiona suti zina, lakini ndani mioyo mioyo umebeba, kuna kitu kinauma. Akapeleka dua. Dua ni nini? Dua ni maombi ya binafsi ambayo yanalenga hitaji maalum, si mahitaji yote, hitaji maalum. Haleluya! Na Apostle Nduru ametuleta hapa kuombea hitaji maalum. Na wewe kama baba, kama mama, una hitaji maalum ambalo ukijifungia kwa karumu kako kama maombi, hata mke wako asikiangi hiyo maombi, hata mme wako asikiangi hayo maombi. Hayo inaitwa maombi ya faraga. Amen. Nataka ufungue tu moyo wako ya kwamba hili hitaji ambalo unasikia limekuwa la dharura ndani ya moyo wako, na uko hapa, hauwezi jua ya kwamba baada ya hii kuna kitu kinaenda kufanyika. Hawezi jua ya kwamba baada ya kutoka hapa kuna mlango ndio kufunguka. Nataka baba, mama, mtu wa Mungu, ya kwamba ufungue tu moyo wako, kilindi cha moyo wako, na ujipeleke kwa dakika 3 tu, nakupa 3. Kama utalia, kama utafanya nini, unajua wakati mwingine tukija mbele za Mungu, hizi viraka tunavaa tunaziweka kando, tunajipeana kwa Mungu. Hii ni madhabahu ya Mungu. Haleluya! Nataka tuombee mahitaji yetu, yale ambayo iko ndani ya moyo wako, yale ambayo unasikia imekuwa ni kidonda suku, ambacho unaona hiki kitu kimekuwa kikwazo. Ukamwambie Bwana. Kama Hana alikuja, yeye alikuja na hitaji moja: Baba, nataka mtoto, nataka mtoto. Niliomba, nisoma mahali Yesu anasema akarudia ombi lile lile. Kwa hivyo si dhambi kurudia ile ombi uliomba jana, kesho, miaka 10 imepita, ulikuwa unaomba ukirudia. Nataka tuendelee kuliombea leo, lakini najua ukitoka hapa, mtu wa Mungu akimalizana na sisi hapa, ukikanyaka pale nje, maandiko yanasema alipofika nyumbani Mungu akamkumbuka. Utakapofika nyumbani Mungu atakukumbuka. Utakapofika kwako, kile umeombea hapa, matunda yake utaanza kuyaona. Haleluya! Nataka ufungue kinywa chako na moyo wako, upeleke moyo wako kwa Bwana. Ombea hilo hitaji, ombea hilo hitaji kwa jina la Yesu. Ombea hilo hitaji, ombea hilo hitaji. Hata kama utalala, kama utapiga magoti, kama utasimama, kama utainua miguu, kama utaki jirani asikie, hiyo mzigo uko nayo, peleka kwa Bwana siku ya leo, maana iko kitu Bwana nataka kufanya. In the mighty name of Jesus. Kuna hitaji ndani ya moyo wako. Katika jina la Yesu. Bwana, kwa sababu unatawala, kwa sababu unatenda Bwana. Moyo umebeba, 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 moyo umebeba. Makataya baba, laba shakataya, laba shamakanda, raba kasaria, leba shakataya. Yesu natenda Bwana, wakati umefika, tunaleta mahitaji ya mioyo, tunayaleta kwako, kwa sababu natawala katika jina la Yesu. Bwana asante, Bwana asante, Bwana asante, Bwana asante, kwa sababu unaweza. Haleluya, haleluya. Baba unastahili, Jehova unastahili Bwana, unastahili Bwana, kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya kibali chako, katika jina la Yesu. Unastahili Mfalme. Bwana, nani kama wewe Bwana? Yesu natawala. Oh my God, nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe
Bwana, nisiaibike milele. Mimi nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe. Yes, yes Lord. Oh, nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe. Yes Lord, hallelujah. Oh, na huduma hii naileta kwako, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe. Hallelujah. Oh, na taifa langu nalileta kwako, nisiaibike milele. Nimekukimbilia. Hallelujah. Oh, na watoto wetu twawaleta kwako, tusiaibike milele. Hallelujah. Yes Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Sikiliza, nilikuwa nafuatilia mtumishi wa Mungu akiongea, Apostle Ndura anasema ametumwa kwa watu wabaya, na sisi wote mishoni yetu hatuendi kwa watu waliookoka. Kama mchungaji yote ako hapa na ubirianga waliookoka, niambie kama umetumwa kwa waliookoka. Yuko kweli? Aha. Hata wewe ulitolewa mahali, hata mimi nikatolewa mahali, lakini kule tulitolewa kuna watu wengine walibaki na wengine wanaingia. Haleluya. Kwa hivyo tunataka tumuombea kwamba tuombe kwamba tunapowafikia ile roho ya resistance isikuwepo tena katika jina la Yesu. Ile roho ya resistance isikuwepo tena. Haleluya. Mungu ayeyushe mioyo zao. Mungu ayeyushe mioyo zao. Yaani tunataka tuombe Mungu ayeyushe mioyo ya makahaba, walevi, majambazi, kina nani. Yaani wawe na wepesi wa kutamani kuingia katika karavani hii, ili kwamba hata baada ya kubadilishwa maisha, hiyo maisha ya ufalme pia wasikosekane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukainua sauti zetu mbele za Bwana. Naomba kipaza sauti hapa kingine. Naona hii moto imeisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tuombee miji ya Nairobi, Eldoret, Kisumu, Kakamega, Kitui, Nyeri, Embu, Tharaka Nithi, yani every town, ya kwamba ile roho, yani mahali popote tutaenda, Bwana akayushe mioyo zao, wakubali. Haleluya. Wakubali, wawe na wepesi wa kuitikia wito. Isaia 61, waliofungwa waweze kufunguliwa, wanaolia wasilie tena, wanaoteseka wateseke tena. Bwana aweze kuweka huru kabisa. Huyu ndio shima sasa. Inua mikono yako tu, useme kwanza tuombe waliofungwa, alafu tuombe mateka, alafu tuombe masikini, alafu tumkana shetani, tumimi chini ya miguu yetu. Achilia watu katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Tazama kwa Nairobi hii na tuminua mikono yetu Jehova. Tunasema waliokamatwa wakaachiliwe kwa jina la Yesu. Vijana waliokamatwa mateka tunatangaza waachiliwe katika jina la Mwana wa Mungu aliye hai. Wamama waliokamatwa mateka, amurisha waachiliwe, amurisha waachiliwe, wamama waachiliwe, makahaba waachiliwe, walevi waachiliwe, amuru waachiliwe, amuru waachiliwe, wachane waachiliwe, maskini waachiliwe, amurisha waachiliwe. Tunawafungua, tunawafungua. Fungua mtu, fungua mtu, fungua mtu, fungua mtu, wafungue, wafungue, wafungue. Kila mahali walipo tunawafungua. Kule Nakuru tunawafungua, kule Kisumu tunawafungua, kule Meru tunawafungua, kule Arusha tunawafungua, kule Mombasa tunawafungua. Mahali
popote wamefungwa watu wa Mungu, tunawafungua kwa jina la Yesu. Mahali popote wamewekwa na adui, tunawafungua kwa jina la Mwana Mungu aliye hai. Ondoa mawe juu yao, ondoa jiwe juu yao, ondoa jiwe juu yao. Wengine wamezidiwa chini, hawawezi kuamka tena. Ondoa hilo jiwe, unaondoa jiwe adui ameweka juu ya maisha yao. Unaondoa jiwe, jiwe la ulevi, jiwe la magonjwa, jiwe la ukahaba, kujidunga madawa. Unaondoa jiwe, unaondoa jiwe, ondoa hilo jiwe, ondoa hilo jiwe, ondoa hilo jiwe. Kata kamba zao, kata kamba sasa. Tunakata kamba, kila aina ya kamba imefunga vijana, tunakata. Roho ya mateso tunaikata, roho ya kilio tunaikata kwa jina la Yesu. Tunakata, ninakukata, ninakukata, ukata nimea, ukata nimea. Imani mikono yako juu namna hii. Tunataka tuseme Bwana Yesu atembee kila mahali mtumishi wa Mungu ataenda. Bwana Yesu atembee kila mkoa ataenda. Ukienda tu namna hii, Mungu aonekane. Tume neno sasa, tunatuma neno, tuma neno, tuma neno, tuma neno. Mahali popote Mungu itatembea, miujiza ndio hiyo. Watu wanakombolewa, watu wanaokoka, wanaacha dhambi, madawa ya kulevya, hakuna kuoana, wanaume kwa wanaume, hakuna kuoana. Mama, tunatuma neno, tunatuma neno, kila tunatuma neno, tunatuma neno, tunatuma neno. Asante Bwana Yesu, mema, unatenda mambo yasiyokuwa ya kawaida. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunaomba, tunaamini. Mpe Yesu makofi mazuri ya nguvu mwanadamu. Praise be to God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. We want to commit our nation Kenya in the hands of God. Praise be to God. I want us to pray for this nation, because without a country you cannot be anywhere. So we need a country that we can call home. And Kenya is our home. Kenya is your home. So we need to protect it by all means, especially we men and women of God. We can protect our country in prayer. Hallelujah. As our president said, he was prayed in. Again, we can go on our knees and do something different. I know you understand me. Hallelujah. Because this one I can't repeat it, because the man of God has been talking of it every time we meet here. If we prayed him in, you can pray another prayer. Hallelujah. And that's why you are here. Praise God. So I want us to pray for our nation. I want you to commit this land of Kenya, the counties of Kenya, men and women of Kenya, young and old, poor and rich, even the guests that are coming in the country, we need to commit them, hallelujah, in the hands of God. Let the land of God, the land of Kenya, show them where they are supposed to be. Don't they care to come and show Kenyans where we are supposed to be? I don't know if you're getting me. Hallelujah. Praise be to God. There's a time when you invite a visitor in your church, then all of a sudden he or she is the one to show you what to do. You may wonder how this happening in my own church where God has placed me. It's because maybe you did not do the right thing. Now we need to do the right thing in our country. Hallelujah. Are we together, men of God? So we need to pray for this land. I want you to pray for the land of Kenya. Amen. Lift up your hands in the name of Jesus. Let me now this time pick somebody from behind. Hallelujah. Let me allow this man of God to come. Yes. Amen. Can you stand in the gap of this land? Tuanze tu kuomba hata kabla akuje.
Wewe anza kutaja kabla yeye aanze kusema yale tutaombea. Hallelujah, hallelujah. Let us lift our hands up in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let us pray for this land, for this nation in the name of Jesus. We know there are principalities and powers that are against our country, our nation. We can see all things that are going all over in this nation. But if we pray, something new can happen. Something new can happen in the name of Jesus. The Bible says that we may take the full armor of God, the full armor of God, and fight against the wickedness of the devil in the mighty name of Jesus. This is your time. This is your time, servant of God. In the name of Jesus. Ni wakati wa kuchukua silaha zote za vita za Mungu na kubomoa kila madhabahu, kubomoa kila nguvu na mamlaka yote ya ibilisi katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Any wickedness, any evil of the devil against this land, in the mighty name of Jesus. Chukua nguvu, uweza na mamlaka na uanze kubomoa kila hila zote za ibilisi katika jina la Yesu. Kila nila zote ambazo shetani amesimamisha kinyume na nchi yetu ya Kenya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila maroho yote na madhabahu ambayo shetani ameinua hata katika uongozi wa nchi yetu ya Kenya. This is your time, my brother, my sister. Stand your ground. Stand your ground in the mighty name of Jesus. Bomoa kila kazi yote ya ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya umwagikaji wa damu katika nchi yetu ya Kenya katika jina la Yesu. Bomoa, bomoa misingi yote ya devil worshiper katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Kila masilaha zote zimeinuliwa kinyume na mauaji ya vijana wetu. Saa hii ni wakati wako wa kusimama katika pengo katika jina la Yesu. Chukua nguvu, uweza na mamlaka. Tumepewa nguvu za kukanyanga nyoka na inge. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bomoa, bomoa, bomoa. Kanyanga, sambaratisha, ng'oa na utawanye katika jina la Yesu. Madhabahu ya kuangamiza vijana na wazee wetu, madhabahu yaliyoinuliwa kinyume na taifa hili, in the mighty name of Jesus. Madhabahu ya kutufinyilia hata katika maisha, madhabahu ambayo yameinuliwa kinyume hata na kanisa la Bwana, kinyume na watumishi wa Mungu, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Haina nguvu, haina uwezo. In the mighty name of Jesus. Yale madhabahu yameinuliwa kinyume na mfalme wa amani, in the mighty name of Jesus. Yakabomoke sasa, yakatawanyike, yakasambaratike. Rimamamamamama, rikapapapapazaka, rekatabababa, rimahanteketaraba, rakatabashanda, rimasoka yakayanda, repakatabababa. Moto wa Roho ukachome kila madhabahu, kila nila zote, kila mitego wametegea, ninaitegua kila mipango wamepanga kinyume na taifa hili, na itawanya na isambaratisha katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. We pray. Hallelujah. The second last prayer. We want to pray for the body of Christ. And we as a church, we are the parts of the body. Hallelujah. We are the parts of the body. Praise be to God. So I want us to pray for the body of Christ. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tumealikwa hapa na apostle. Na je, wewe ukitualika kwako tutakuja? Hiyo ndio swali nimeuliza. Na wewe umealika wangapi? Ama unaenda mahali unapewa kitu? Tuwe realistic. Amen. So tukiacha hiyo roho tuwe na umoja as a church, we will go far. Hallelujah.
Praise be to God. And we can only attain that when we pray for one another in love. Let me tell you something. One day in my church, I was praying. As I was praying for the positivity of the church, then I had another lady in the church. Si tunaomba, tunasema Bwana tunafungua, na yeye anaomba tunafunga. Na ni mshirika wangu. Amen. Ninasema hili kwa sababu sio wote ambao wamekusanyika wako supportive to the vision of the man of God. Tunaweza kuwa hapa tunasema Bwana fungua milango, na wanasema hiyo tunakanyakia. Hakuna mahali naenda. Hiyo roho tunaingoa. Hallelujah. Lazima ako kakasumba kaondoke. Kakukanyagiana hako, tukemee hako karoka kukanyagiana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. You never know why God has brought you here. There's something very unique. And that's why you have been valued by the man of God to be invited here. You have been valued by the heavens. Before he values you, the heavens have already valued you. So you are valuable before God. And when you are valuable before God, men values you. Aha, hallelujah. So I want us to pray for the unity of the body of Christ. Togetherness. Let us share one common thing. Amen. Ambao ni ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu nilete mtu wa Mungu ako pale nyuma, dada wetu, mama yule ako pale nyuma kabisa. Kama Mungu akupe kibali, umepata neema. Njoo utuongoze. Unajua wamama wakilia kwa sababu ya kanisa napenda sana. Ndio maana Biblia inasema wapi wamama waombolezaji. Hallelujah. Wacha mama akuja tuongoze katika kuombea mwili wa Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumpe Yesu makofi akija. Amen. Twende mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nimeokoka na tuendelee na maombi na tuombee nchi yetu ya Kenya, maana bila maombi hakuna mahali tunaenda. Tuendelee tu kumuita Mungu. Wacha tuombe. Baba, ni asanti kwa wema wako na fadhili zako ni za milele Jehova. Baba, ni wewe tu, hakuna aliye kama wewe Mungu wangu Jehova. Twakuita mahali hapa maana hakuna aliye kama wewe Mungu wangu Jehova. Ni wewe tu, hakuna aliye kama wewe Mungu wangu Jehova. Nenda ukaonekane maana wewe ni Mungu. Nenda ukatende maana wewe ni Mungu. Twakuita maana hapa hakuna mwingine maana ni wewe tu Mungu wangu Jehova. Nenda ukaonekane ukiwa kwa ni wewe tu, hakuna aliye kama wewe Mungu wangu Jehova. Baba, utaenda kusikia machozi yetu Mungu wangu Jehova. Tunakulia kila wakati na kila
kwenye kitengo hichi. Haleluya. Tulikuwa Chakaranda. Wangapi walikuwa Chakaranda? Haleluya. Mimi nilikuwa mmoja wao. Mliona nini? What did you saw? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. We saw God. We saw Jesus. We saw the grace. We saw the mercies of God. Haleluya. Na mtu wa Mungu alifanya kazi, na alikuwa na timu ambayo ilifanya kazi pale. Na akawa na kuhani aliyemchukua akamimina mafuta kwenye ardhi ya Chakaranda. Haleluya. Kwa hivyo nataka nimwalike Bishop Anthony Maina. Nataka kuja fanya culmination ya maombi ya shukuru Mungu kile kilifanyika kule. Tushukuru Bwana kukutana tena hapa. Atushikilie kushukuru Bwana kwa kile kitatendeka baada ya hapa. Tumshukuru hata kabla kule hatujaenda, tushukuru tu Bwana. Yaani tunamshukuru kwa kile kimefanyika, kile kilifanyika, kile kitakachofanyika na kile tunangoja. Nataka Bishop, karibu sana. Tupeleke mbele za Bwana, tumshukuru Bwana kwa mambo yote ambayo alifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Psalms 100 verse 4. The Bible says in a Messenger Bible, enter his gate with a password thank you. Kwa hivyo ndio uweze kuchukua kile kitu kingine kiko kwa Mungu, unatumia simu hii. Nikikupatia ile niko naye, kama iko na $500,000, nikupe tu password, utachukua that $500,000. Naye kwa Mungu ndio uweze kuchukua kile amekuwekea, unatumia neno linaitwa thank you, ndio uchukue hiyo ingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka tuchukue dakika kama 5 tumwambie Mungu ni asanti. Hakika mkutano ulikuja na watu over 7,000, 10,000 walihudhuria katika kongamano hiyo. Na pia tushukuru Mungu kwa wazo ilipoingia Apostle Waringi. If just imagine Mungu aliokoa Apostle Waringi, akamtoa katika kule alimtoa, aje kwetu katika ufalme wa Mungu ili tufanye kitu kama hiyo. Kwa hiyo number 1 tashukuru kwa aje ya wazo lilipoingia Apostle Waringi. 2, tushukuru Mungu kwa vile alikubali kufurisha watu mahali pale na tukaona utukufu wa Mungu kishuka mahali pale. Naomba ufungue mdomo wako, ambia Bwana ni asanti, maana ni yeye alitusaidia. Ambia Bwana tunakushukuru, wewe ambaye ulisimama tukashuhudia matendo yako. Ambia Bwana tunakupa heshima, tunakupa utukufu, tunaingia katika malango yako Bwana tukisema ni asanti. Wewe ambaye ulileta wazee, wewe ambaye ulileta wamama, wewe ambaye ulileta wanarika, wote ambao walikutana katika Chakaranda, tunasema ni asanti. Baba ni asanti kwa kumleta Apostle Waringi majira kama haya ili tulete amani Kenya na tutangaze amani Kenya. Wapendwa, oneni, tulikutana katika Chakaranda tukatamka amani, ikafika wakati wa mgomo 25 mwezi wa 6 na hakuna damu ilipomwagika. Kwa hivyo baada ya kutilia mafuta na kumwaga mafuta mahali pale, hakika kupitia ile wazo Apostle alikuwa naye, tulishuhudia hakuna damu ilimwagika. Inueni mikono mbele ya Bwana, mkaambie Bwana ni asanti. Tuingie katika malango yake tukimwambia nastahili. Everyone go out, everyone come with a thanksgiving. There is a story to tell. Kuna mambo unaweza ukasema ambaye Bwana amekufanyia. Mwambie Bwana ni asanti. Yeye ambaye alitushika mkono, yeye ambaye alitusaidia, yeye ambaye alisimama na Apostle na akaweza kumpa wazo ya kusimama tuje Chakaranda tutangaze amani kabla migomo itaingia, ama kabla watu wajakuchanyika jinsi yale yote yalikuwa yamepangwa kuwe na umwagikaji wa damu. Kupitia wapi tuliposimamiza pale pamoja na mtume na makuhani wale waliingia na wakakanyanga katika uwanja, hakika tulishuhudia hakika matendo ya Bwana. Fungua mdomo wako, mwambie Bwana ni asante. Just tell God I have come to say thank you. I have come to say thank you. Na ndiposa tukatengeneza mkutano wa leo ili tuseme ni asante. Tukatengeneza mkutano wa leo ili tuseme ni asante. Tumetengeneza mkutano wa leo ili tuseme ni asante. Baba pokea sifa, Baba pokea shukrana, Baba pokea utukufu. Baba ni asante, tuacha kusema ni asante kwa ajili ya matendo yako.
baada ya kumwaga mafuta yale ambapo Bwana wa rehema tulimwaga Jacaranda, Kenya imebarikiwa. Tulimwaga Jacaranda, hakuna bwana alikufa tarehe 25, hakuna mzee alikufa tarehe 25, hata kutafichuliwa siri nyingi ambaye zilikuwa zimefichwa. Tunasema ni asante kwa ajili Bwana umetenda mema na umetenda makubwa. Pokea sifa, pokea shukrani na upokea utukufu. Dakika ingine mbili chukua, tuambie Bwana kwa maana tunakanyanga kaunti 47, tunatembea kaunti 47, tunataka tualike Mungu, tumwambie Bwana tunataka ututangulie, tunataka uende mbele, tunataka tuone mkono wako kila mahali tutaingia in this 47 county, tukiwa tunaongozwa na mtumishi wa Mungu Apostle Waringe. Tuambie Bwana, may you go ahead of us, may you give us victory. Ambia Bwana enenda mbele, kwa maana aliyetangulia Bwana hakuna wakati wanashindwa. Ekozi ya kabagalia, ekaza ya gadagada. Ambia Bwana enenda mbele, tacha hizo makaute. Ambia Bwana ingia Naikuru, enda mbele yetu. Ambia Bwana ingia Mombasa, enda mbele yetu. Ambia Bwana ingia Murang'a, enda mbele yetu. Ambia Bwana ingia Nyeri, enda mbele yetu. Ingia Kirinyaga, enda mbele yetu. Ingia Meru, enda mbele yetu. Ingia Machakos, enda mbele yetu. Ingia Kitui, enda mbele yetu. Ingia Kakamega, enda mbele yetu. Ingia Kisumu, enda mbele yetu. Ekaza Kabagadia, ingia Kware, enda mbele zetu. Katika jina la Yesu, kila mahali tutakanyanga neema ya Bwana na yatamane pamoja nasi. Kila mahali tutaingia utukufu wa Bwana na uweze kututangulia. Cheka Bagadia, shika mkono aliye karibu na wewe. Ishara tutashikamana kwa pamoja, ishara tutaenda kwa pamoja, ishara hatutatenganishwa, ishara neema itatutangulia kama vile tulitanguliwa hapo awali. Kuomba kama mwili wa Kristo, na Biblia inasema ya kwamba mwili unafananishwa na hata ile mwili tuko naye, ya kwamba macho na miguu na mikono huwa zinatembea kwa pamoja. Nasi kama mwili wa Kristo, ya wewe ni macho yangu, mwingine ni miguu yangu, mwingine ni mikono yangu, mwingine ni roho yangu. Tuombe kwa pamoja hizi kaunti tunaotembea, ya kwamba Bwana atatutangulia, neema ya Bwana itatubeba, utukufu wa Bwana utatutangulia, ukuu wa Bwana tutauona. Wacha mkono wa Bwana hodari uwe pamoja nasi. Bwana atakaze fikira na hata mawazo yetu, hatutaingia miji hiyo kama tumejichanganya, maana ni kazi ya Roho ambaye tunayatekeleza. Jehova tangulia, Baba onekana, Baba jidhihirishe, Baba tenda makubwa. Hizi kaunti 47 we dedicated to you my Father. We announce power, we announce authority, we announce grace, we announce anointing in the mighty name of Jesus. We speak victory katika hizo mikutano. Bwana tusaidie, neema itutende. Wewe ndiye msaada na wewe ndiye kimbilio. Wewe ndiye tunajua ya kwamba utatusaidia, ya kwamba utatuongoza, ya kwamba utatusaidia katika jina la Yesu. Unajua kitu, before muende inatakiwa kwanza itangazwe in the spiritual realm. Because the spiritual, the supernatural rules the natural. Bwana Yesu asifiwe. Si tutangaze mkutano in the spiritual realm, ya kwamba Bwana atatusaidia na Bwana atatuongoza in Jesus mighty name. Tupe Bwana makofi mazuri. Haleluya! Haleluya! Tunainua visigino. Lakini ukitupata kwa makanisa yetu sasa, watoto wetu wameweka sifa pale, vijana wa sifa, tunarukanga mpaka koti, tuna sweat, tunaweka kando. Tukifika hapa kila mtu ni muungwana. Angalia jirani yako, ungwana kando kidogo. Haleluya! Kama huyo acha kusikia keugea huyo mwingine.
Mwambie chukulia tu kama vile uko kwako. Mimi usiniambie mimi. Nimesema keukia huyo mwingine. Ni kama huyo hajakusikia. Keukia huyo mwingine. Mwambie jisikie ni kama huko mahali unakuanga Jumapili, mahali ulikuwa jana. Na userebuke hivyo. Yaani naongea hivi, nataka waimbaji wa hapa wako wapi? Tunapoona mtumishi wa Mungu karibu anaingia, na kabla aingie, jambo la kwanza nataka wana sifa na ibada. Haleluya. Lazima tumpe Mungu sifa na ibada. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hili nalifurahia. Amen. Daudi alisema alifurahi. Na sasa Daudi hayuko, ni wewe. Sasa wewe furahi. Amen. Jambo la kwanza kabla tuende, naomba ushike simu yako. Kama uko na smartphone, naomba ushike. Na kusihi tu, naomba nikupe ruhusa saa hii. Amen. Kabla hujaitumia kusoma Biblia, kabla hujafanya nini, naomba utoe tu simu yako. Haleluya. Enda uweke data on. Kama uko na bando. Haleluya. Ni vile hapa hiyo bills iko nini, sasa huwezi ukapewa password ya wifi. Utavumilia vyenye huko na Bwana atakubariki. Lakini kama uko na bundles, naomba uwashe. Amen. Na uende kwa Facebook yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Enda kwa Facebook yako. Natumai tunaenda vizuri pamoja. Ukishafika kwa Facebook yako, nataka uende uandike Bethel Cloud TV. Bethel Cloud TV. Then unisaidie kufanya kitu inaitwa sharing. Tuko live. Sasa watu wajue ya kwamba tuko live. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, umefanya hivyo. Umeshare. Bethel. Si mnajua Bethel tumesoma kwa Biblia. Bethel Cloud TV. Bethel Cloud TV. Amen. Bethel Cloud TV. Na wewe mwenyewe kwanza ukuwa kwanza kuweka hiyo, kuna kidole na kuanga hapo. Wewe mwenyewe ukuwa kwanza ukikiliki hapo. Sawa sawa. Umeweka hiyo kidole. Sasa wewe tosha, jipigie makofi. Sasa ukiniita kwako nitakusupport hivyo hivyo. Hallelujah. Na hata kwako tutashare hivyo hivyo. Wewe unangoja nena kumarket, let's market one another. Praise be to God. Let's celebrate the gospel of God. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Kwa hivyo nataka wako tayari? Sasa nataka watupee kigosho, watupee sifa nzuri. Yaani tumsifu Bwana kwa nyimbo mbili tu nzuri, safi zenyewe kabisa, ambazo zitafanya Bwana afurahie. Na kisha tunaenda nipeane kipaza sauti, kwa sababu najua kwamba Mungu ameshaandaliwa. Nitamkaribisha Reverend baadaye, naye atakuwa anaingia hapa tutakapokuwa tunaenda kumalizia. Karibu sana wana sifa na ibada. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba nitaingia katika nyumba yake nikiwa na furaha na So I want us to praise the Lord. Tumsifu kwa sababu ni mwema, si ndio? Yes. Instrumentalist. Weka mikono yako juu, tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Weka makofi mazuri kwa Yesu jamani. Imagine tunaweza piga makofi mazuri kuliko hiyo. Hallelujah. Weka makofi ya juu ya Yesu. Ainuliwe
ametenda mema. Ametenda mema. Nasema ametenda mema. Hebu inua mikono yako namna hii. Inua mikono yako. Inua mikono vizuri. Inua mikono vizuri. Haleluya. Mikono juu kwa Yesu vizuri jamani. Haleluya. Haya, twende namna hii. Mwambie Farao nimeokoka na sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mimi nimeokoka na sitarudi tena Misri. Mwambie Farao nimeokoka na sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mimi nimeokoka na sitarudi tena Misri. Mwambie Farao tumeokoka, hatutarudi tena Misri, twaenda Kanaani. Sisi tumeokoka, hatutarudi tena Misri. Mwambie Farao nimeokoka na sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mimi nimeokoka. Ngai wako, haya, weka makofi mazuri tu kwa Yesu. Weka makofi mazuri tu. Wewe munene, wewe magegania. Wewe munene, ndio waparario Ngai. Weka mikono yako vizuri tu kwa Yesu. Father, we thank you and give you glory. We worship. Tumeona mkono wako, tumeona baraka zako, ushindi wako umekuwa pamoja na sisi. Tumefaulu katika nyanja zote za maisha yetu. Tulikuwa mahali hapa, tukakuomba utupeleke Jakaranda, ukatuahidi utatupeleka, na tulifika Jakaranda, na ulisema tukifika tutakuona, na tulikuona. Ukatuahidi turudi hapa tena tuseme asanti. Tena tumekuja, tena tumekuona, maana wewe ni Mungu na wewe ni Baba. Ulikuwa na wana wa Israeli, licha ya ugumu wa Farao uliwashindania. Hata sisi tutashinda, maana tuko na wewe. In Jesus mighty name, somebody say amen.
Hebu shika mwenzako tu aliye karibu na wewe, mwangalie tu kwa uso wake. Wacha kukaa kama Mkristo. Face, mwangalie kwa macho, eye to eye, ball to ball. Wacha hapana, si kushikana. Shika mwenzako aliye karibu na wewe. Shika huyo mwenzako. Na kama hauna mwenzako jishike. Bwana Yesu, mwangalie kwa macho tu. Wacha kukaa kama Mkristo, mwangalie kwa macho. Mwambie umebarikiwa. Wewe ni wa maana. Wewe unaenda mbali. Umeinuliwa. Mungu anakupenda. Mwambie amen. Mwambie hautashindwa. Utafaulu. Asante sana. You may be seated. Thank you. Thank you very much. Bishops. Kuna Archbishop? Yeah? Archbishop. Sasa kama umekuja, najua mtu kama wewe unakuja kuharibu tu maneno, kwa sababu sasa nitahubiri aje? How will I start? Archbishop, bishops, apostles, pastors, reverends. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nasikia kunyenyekea. I had never thought one day nitasimama mbele ya Archbishop, nishike microphone ni uhubiri ama niseme neno, because this is man of God ambaye ako juu yangu kimafuta. Sijui kama ungekuja tu kwanza unipe ruhusa. Baba, you are graced. Tumetoka habari na baba hapa. Sina la kusema. I say God has graced you kushika jakarada. So tupige makofi kwa Bwana. Na kitu hujajua baba, I began the work in Dadora. That's where Bishop Harrison ametoka na Bishop Samson Mungai wa Redeemed Kayole. Na Dadora nasikia wamejenga international stadium. Sijakuwa bullet. Siwigia Dadora kabla kwenda bari. Hiyo stadium ufanye kitu hapo. Thank you baba, you are great. Thank you. Sasa ukipata ruhusa kama hiyo, sasa hata kuongea nitaongea venye nataka. Hakuna kitu mnaweza kunifanya. Mafuta iko juu, imenipatia ruhusa. Hata mseme tunakulaani. Sitaraanika. Maana baba amesema. Baba Askofu, asante sana. Nashukuru. Na wengine nyote. Thank you. And I can see my friend from South Sudan. Oh, Mami, come and say hi to these people. We want to go to South Sudan. And I invited them for the conference. Yes, come. Stand there. Praise God. God is good all the time. Thank you guys. Thank you very much. We came. We don't know there is a praise here, but we're blessed to be here with you guys. I think I'm from South Sudan. One day we'll invite you to come to South Sudan because the group is looking good, praying good, and pray for South Sudan. I want everybody to pray for South Sudan. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Mami. God bless you. Thank you. These are my friends from South Sudan. They're having a conference here on 24th and 25th. Is that true? They have a pastor from Ghana that they have invited. They came and asked us to give the space. And I said, this is not my church. It is my father's church. And if you are from my father, the door is open. But if you are not from my father will lock the door. What time? 5 p.m. to 8 p.m. on 24th and the 25th, 5 p.m. Who is the pastor that is coming? Apostle? Ray Michael. From? From Ghana. From Ghana. Yeah. Yes, he's ni friend yao. Sasa he's coming. As he's going somewhere else, he'll be here 24th and 25th, courtesy of, what's your name again? Salwa. Yeah, Salwa Mark. He's the one, this is one of the main people who pray for Salva Kiir in South Sudan. Please, let's pray for him. Yes. Ni Pastor wa Salva Kiir. Thank you, Mami. You may be seated. Thank you. And even if you have
a conference, you want to do anything that pertains God, this is not a church. Let me make it clear. This is not what? This is an altar. Hallelujah. Amen. Because I thought of opening a church, Bishop. Yeah, it's God's embassy. Can I talk something? Yes. At night, I usually pray the last 60 years, 3 o'clock, pray with me, with my son here. And the Lord told me, you are going to God's embassy. Maybe even the name shall be God's embassy to the world, or God's embassy to the mission. Thank you. It is confirmed. So I thought of opening a church, but I discovered there are so many churches. Because Manyuru is there, Wajiro is there, Fiboya Musa is there, Magi Karaoke is down there, Shakaina is there, so Nganga is down there, the other Nganga is there. Then I thought of, why should I open another church if there are many churches? Then I looked around and I found that there is no altar, we have churches. An altar is different from a church. A church belongs to Waruingi, but an altar belongs to God. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a place that you can come any time of the day, any time of the night, and worship your God. We even invite Muslims here. Not only Muslims, we even invite the worshippers. Because I know as they enter there, they will not go back the way they came in. You know, your church, you cannot allow a devil worshipper. But in an altar, you allow a devil worshiper to come, because the altar you serve is much powerful than devil worshipping. And by the time they finish, atakuwa ameokoka. You don't even preach to them. You don't even, ukiingia pale, me, I don't pray for people, but they go out. They were sick, they came sick, they go out. Wakiwa strong. Bwana Yesu asifiwe sana. We came here, we prayed here with you. That one meeting that we had here, which was not a good meeting, according to planning. But what happened in Jacaranda? What happened in Jacaranda? It was amazing. Because when you converge at the altar does the battles. But when you converge in my church, I do the battle. And perhaps, you know, since my pastor, we have problems. We have challenges. We face difficulties of life. And because of facing the difficulties of life, we get ourselves into some funny things. Meaning, sometimes when you are praying for a battle, you might not win it because of the challenges you met along the way. But when you raise an altar is permanently there to fight the battles. When Solomon did that altar, alinua altar na akambia Mungu, I have consecrated this altar for generations. And when your people will sin and do something against you, and they come to this altar, they raise their hands, and they seek forgiveness. Father, while in heaven, hear them. You don't need to go and do anything. You just need to go to that. Until today, it is that mosque that has brought a lot of problem in this world. That temple of Solomon. Everybody wants a share of that temple. You go to the Muslim, they want it. You go to the Freemasons, they want it. Christians, they want it. The Hebrews, they want it. Everybody wants that temple. Because they know with that temple, you win battles. That is why you see these Israelis. Me, I call them fake because they are not Israelis. I hear before Israel left, they were black. But when they came back, they came white. Because I believe the Israelis are in Kenya. And you are the Israelis. Praise be the name of God. Can I give you a good testimony of this house? Some years back, around in 1920s, 30s there was a plan, they call it Ugandan plan, to bring the original Israelis back home. And Kenya, it is where they earmarked it from Naivasha to Jinja. That is where the Israelis were supposed to be settled. That's why sometimes you hear some people in Uganda say, Uganda reaches Naivasha. It is because of that plan of the Ugandan, it was called Ugandan plan. You can Google, you'll find it. And then they had a plan to bring those people from Europe and bring them back. That is what is 1948 when they went to Israel. They were not supposed to go where they are. They were supposed to come here. And as the plan was mooted, they started building houses
where they will keep what? Their food. And one of the houses that was built, it is this one. This building was not built by Kenyans. It was built by the Israelis who came to build as a place where they will keep their food for them. This one, the KPCU, all these tall buildings, they were constructed for storehouses because these guys were to settle here. But the British, the Queen then diverted and said they will not come here because the British, they were a bit afraid that these people might come and control them. That is why they were taken there. Are you getting this point? That if the plan went as planned, this is Kenyatta could have been Yasser Arafat fighting these people. And Netanyahu would be Moi, or maybe Ruto. Praise be the name of God. So this is the home where this we call the home of God. Kenya is the cradle of mankind. Kenya is what we call the Garden of Eden. This strip from Ethiopia down to South Africa. That is where we have the Garden of what? May I ask you a question, a little bit question? When the children of Israel, they came out of Sinai, they went south or north? Yeah? From Sinai, they went where? Where is south of Sinai? Where is south of Sinai? Yes. Egypt, South Sudan, where they come from. You know, these are the people who walikuwa natutesa. These are the Sudanese, the pharaohs. The Sudanese are the pharaohs because they were in Sinai. Where is Sinai? It's in Egypt. Egypt, that is where we had the Sudan, the Raja Sudan. There were no Arabs. They were the Sudanese and the Nubians. Then when they were told to get out of Egypt, they went south. Where is south, according to your map? Yes. So where is the Exodus journey? It is in South Sudan and the Turkana area. And that is why even today in Turkana we have a portal of slavery, the Kakuma. And it has refused to go. Are you getting me? Yes. And in that port of slavery, that is Kakuma, we have every citizen of this world in Kakuma. Either in the form of a refugee or in the form of as a person serving the refugee under UNHCR. Are you getting me? So, mahali walizunguka poteta ileta Barinea kwati? Barinea? Kadesh Barinea, where they went for 38 years. Me, even if I can look it critically from my own perspective, not from a biblical perspective. Walikuwa wanazungukia huko Rodwa, wanapanda South Sudan, wanaenda baka Juba, wanaenda baka kule Khartoum, wanazunguka hapa. This is where Exodus is. The Bible, the journey of Exodus. Because if they came south of Sinai, where else? Are you seeing my point? Mimi munibebe tu hivyo kwa sababu sijui Bible sana. Mimi unajua kule najua sana ni mambo ya mokeke. Lakini najaribu tu kutumia akili, kufukua akili, kujiuliza hii Barinea ya Kadesh ilikuwa wapi? Maana nimeenda Israeli, nimeiona hapo hakuna. Nimeangalia, nimeenda Turkana Rodwa, nimeona hiyo milima hiyo yote iko hapo. Mpaka nimeenda Juba where Stephen was stoned. Is that place where Stephen was stoned? In Juba? Yes. Pale alipigwa na mawe mpaka akakufa na wamezigira na wamejega. Na wanasema hapo ndio Stephen alipigiwa. Alafu question nyingine najiulizaga ndio inanileta karibu sana. History wale wangapi wamesoma? Umesoma form 4, form 5 hivi. Si tumesoma? Yes. Tuliambiwa mifupa ya ile the oldest bones of a human being ilipatikana wapi? Where is it? In Tanzania. So kama mifupa ile mzee kabisa imepatikana hapa East Africa. Then nataka kuniambia ni upepo ilikuja ikabeba mtu kutoka Israeli ikaleta mpaka Tanzania.
If history inasema ni Kenya, the Bible ukifuatilia mzuri inasema ni hapa Kenya. Na wanasema Garden of Eden was the east part of Hello. The Garden of Eden. Sumesoma Garden of Eden. It was in the eastern part of the world. Si ndivyo tunasema? In the middle. Eastern part of the world in the middle. Where is the eastern part of the world? It's Kenya. Where is the middle of the world? The equator. So where is the Garden of Eden? Sasa si ujijasie hiyo. Hiyo jijasie. Mimi sikuhubiri na hubiri maana naona wengine wanasema huyu naye anatuambia nini? Anatufundisha nini? Nataka uelewe. The Bible is in you. And you are seated where the Bible started. Because I was in Ethiopia, I went there to do my research. Na nikapata that is where hata lugha ile Jesus was speaking the Amharic language, it is in Ethiopia. It is not where wale wako huko juu. Abraham was an Ethiopian. Nani alioa nani? Moses married an Ethiopian. Who is an Ethiopian? Kenya was part of Kush. Kush is an Ethiopian. And Kenya we are part of Kush. So might be alikuwa na Mluya. Ama alikuwa na Mkikuyu. Ama alikuwa na Mkalenjin. Bwana Yesu asifiwe sana. So if we can look the Bible from that perspective, to see some from the perspective of an Englishman. Hello? If we can look the Bible in the African context, we'll be able to understand our Christianity. Because the Christianity that we have today, it is not the Christianity of the Bible. It is the Christianity of a British man who came with a Bible and a gun. A gun in his right hand and a Bible in the left hand. So what does that tell you? Which one did he prefer most? Is it the Bible or the gun? The gun. That is why he came with a gun in the right hand. But the Bible to hoodwink you. He never brought Christianity to make you a Christian. He brought Christianity to take your territory. So the Christianity that we received here is a Christianity of slavery. And they knew to take our land, we loved God. So they did what? They came with altars. That is why they subdivided our countries in regions. If you go to Wakamba, they have their own church, AIC church. If you go to Wakikuyu, they have their own church, PCA. If you go to Meru, they have a church called Methodist. If you go to Wakisi, they have an SDA. If you go to Waluya, they have Quakers. These were carefully planted depending on how these people worshipped. They realized Kikuyus, they worship, they have a structure of elders. They brought a church that has elders. They looked at Wakamba, they saw how Wakamba do. They brought an AIC church. So for them, it was not about God. It was about capturing territories and capturing regionally and putting boundaries. That is why you find Kanisa ya Mkikuyu, a Kikuyu church, is full of Kikuyus. That is why a Mukamba church is full of Wakamba. And we go to a Meru, Methodist is full of Meru. If you go to SDA, Kisii Tupu. Are you seeing the picture? So was this Christianity or this was gimmick? Why will we have tribalism in a church? If truly you are going to heaven. Why is your church full of Kikuyus? Your chairman is a Kikuyu. Your chair lady is a Kikuyu. Your youth leader is a Kikuyu. You go to a Luo church. The chairman is a Luo. The chair lady is a Luo. Na Mkikuyu akiingia hapa anawekwa kule nyuma. Wakisi wanasema neke nyambi. Wanasema nini? Unajua Wakikuyu mjue Kenyambi ni nini? Kenyambi ni dhagari. Wanatuitaka sisi ni dhagari. Wakisi. Najua mimi nimezaliwa huko, mimi ni Mkisi. Bwana Yesu asifiwe sana. So not unless we start from changing the mindset, understanding the Bible, you remove the British from the Bible. You read the Bible in the perspective of understanding God. You'll be able to get out of slavery.
Because why will we have Kikuyu churches and then we are pretending to be going heaven? Do you think we are going? We will not go. Hakuna kuenda. And again, this PCA church was started by John Knox. You can Google. A person called John. John Knox was the head of Freemasonry. And he died the head of Freemason. Tujiulize tu maswali kidogo kidogo hiyo. Na ukienda Catholic, the same. I was there in Vatican. I'd gone to do my research. I moved from there and realized Church of Catholic was not supposed to be started in where it is. It was supposed to be done in Petersburg, St. Petersburg in Russia. That is where the original church, Orthodox, is. The original church is not Catholic. The original church is Orthodox, which came from Ethiopia. So where is Ethiopia? Ethiopia is Kush. Not this Ethiopia hii mnaona. It was a kingdom ya Kush. Sasa mpaka Kenya tulikuwa nini? So the origination of the word of God preaching ilitoka wapi? I went to Orthodox in Moscow, and they have photos, their images of the Jesus. He's a black man. He's not a white man. I tried to investigate who is this ambayo tumeweka kwa nguo zetu na nyumba zetu tumehangi kule. Nikaambiwa this man ako mahali panaitwa Northampton in UK. I went there. This man is there. Hajakufa. Huyu wa kuact movie. Ako na ni mlevi. Na huyo mtu ndio umehangi kwako. Na ni msherati wa ajabu. Na huyo ndio umehangi kwako. He acted. Hata wewe unaona Mary ni actor. Ndio tumeweka msalaba hapa. Na ni jagiri tu pale UK. Not until you are able to understand what you are calling yourself, you will never come out of the life you are. Mimi nitaongea tu venye nitaongea, mkitaka kuniita mogeke, mkitaka kuniita sijaokoka, that is your problem. But I have met this man, huyo mwenye react hiyo movie, ako Northampton in UK. I have met him. Nilikuwa huko last year. Na nilienda purposely kumtafuta. Na tukapigwa picha na yeye. Huyo ndio mtu umehangi kwako. Hata inafika wakati kimeumana unaendaka unamfanyia hivi. Na ni jagiri mrevi. Kanavuta bagi. Kanaendaka kanatembea hivi. Kamezeeka. Kametembea hivi ni vinyo kamevuta bagi. Na ni kamcharati. Sasa uniambie, how do you call yourself a Christian when you have an idol in your house of a human being that is a drunkard, then unamuita mwana wa Mungu? That is how we got lost. That is how Christianity got lost. That is why you pastors, you cannot live together as brothers and sisters. Here there are people I can see hawawezi kuongeleshana na ni pastor. Hawako hapa, hawaongeleshanaki. Kuna watu wako hapa wanaomba maombi kanisa ya mwingine ifugwe. Rima ninafunga, ninabomoa, yeteteteteta. Hapa niko na watu hapa ninawaona. Nilikuwa na wao wakati wa Mogeke. Walikuwa wananiletea pesa tupige kanisa ya mtu na tunaenda tunanyorosa. We are with you here. And then you claim that kuna mahali tunaenda. Sasa kama haujaokoka na wewe kuna watu umiogosa. Where are these people going? Leo ndio umediscover haujaokoka. Wale watu umekuwa na wao for those years. Where are they? Where do you expect them to go? Are they not lost? So we are worshiping a God that we don't understand. Praise be the name of God. That is why we don't have a foundation. A strong foundation. Christianity is fake, is a sham. Sincerely. Christianity is a sham. Because what you have
It is your small kingdom. Your small kingdom. Your small kingdom. Your small kingdom. And you can even not share these kingdoms together. Yet you have one boss in the... Are you seeing what I'm saying? I'm not preaching, please. Please forgive me. Now, nikikuuma sana, please. Usijali, wevumilia tu, utaniobea tu. It's okay. Lakini tuulizane maswali. Pertinent questions. Tuulizane kwa nini we have so much hate in church, not outside there. There is a friend of mine ambaye ni juzi, bibi yake alikufa, alikuwa wa kanisa. Bibi alikuwa wa kanisa. Yeye ni mrefu, ni rafiki yangu sana, hata sasa tunatembeaka sana na yeye. Na ananisaidia sana. Yeye ndiye alinilipia ile ndege ilienda kwa kiwanja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni mrefu ajabu. Juzi bibi yake alikufa. Wakristo walikaa vikao walichaka shiriki 6,000. Walevi na huyu mlevi wao walileta 600,000. 600,000. Na huyu mama alikuwa chairlady wa kanisa. Meaning hata pesa ya pasta hapo hakuna. Ama unaona kama iko 6,000. Hii ni pesa ya youth na wamama. Hakuna ya sadaka. Hakuna. Ni pasta gani anatoa pesa ya sadaka anasema iende kasaidie? None of you. Mnaambiaga washirika toeni. Hamwezi kugusa kamfuko ka sadaka. Mnaambiaga washirika afanya nini? Toeni. Mumewapora, mnaendelea kuwapora. Hata mtu akikufa, mimi nilizika mama yangu juzi. Kanisa ya PCA. Ile pesa walilete 12,000. Na mama yangu ndiye alijenga kanisa ya PCA Kiambeleli Ward peke yake. Lakini wakati alikufa walilete 12,000. Hiyo ndio itasimamia ile gari itabeba hao. Walitoa kama mchago wao, lakini wakasema sisi pia tutatoa gari ya kubeba hao watu wa mama wale wataendea mwili. Hiasi ilikuwa nalipo shilingi 18. Sasa kwa hiyo 12 nikaongeza ingine ikafika 18. Mama wa kanisa amekaa kanisani since 1982. Amejenga kanisa peke yake. Nikauliza wao wachungaji, nyinyi mchago yenu ni gani? Wakaniambia wamama wanajua watafanya ile kitu wanafanya. Tuliletewa 12,000. Alafu tukawalipa kwenda mochari kurudi. Tukawapatia ingine 10,000. Nikaogojea watoe pesa ya chakula, watu wapikiwe. There was nothing. Ni mzigo ya familia. Lakini wakati wa kuzika mama, hata eulogy mimi si kusoma. Hatukusoma eulogy. We never. Watoto hawaku participate. Ilikuwa ni affair ya Girod. Magirod ndio walisema, wakasoma tribute, wakasoma eulogy. Sasa nikashindwa, unasoma tribute ya mama yangu aje? Unasema nini kuhusu mama yangu ambaye amenilea, ambaye anajua shida zangu? Mimi ndio nafaa kutoa story ya mama yangu ama ni wewe? Now you can imagine the hypocrisy that is in the church. Not unless we change, this country will not heal. It's about healing the country. And we the gatekeepers, we are the beginners of healing the nation. And by first healing ourselves, by repenting. Because none of you here is a Christian. And if kama wewe ni Mkristo, prove to me. Why do you have a church? Na uendagi church ya neighbor kama wewe ni Mkristo? Mbona usiamuke asubuhi ya Apostle uende kwa huyu? Nedoka, nataka kuhubiri leo. Na yeye aseme, the man of God amekuja, sasa tuhubiri. Si utasema kamiti haijaongea. You had not informed us. Ulikuwa informed as who? And the church is not yours. The church is God's. Ulikuwa uniformio kama nani? Na nyumba isiyo yako. The church does not belong to you. You are just but a caretaker. And if the owner sends somebody to come and do his work in his property, why will you say hatujakaa kikao? Why will you say atukifika huko ukihubiri unakaa hapo ukigojea kabahasha upatiwe kabahasha? Why do you need a kabahasha?
And the owner sent you, and the owner has your provisions. This Jesus has your provision. So even if you don't have a kabahasha, he will provide. Na ukikataa kupatiwa kabahasha unasema hiyo kanisa kuna mahali naenda. No. Hiyo mtu nilienda kwa hiyo mchungaji hata kikombe ya maji hawezi kunipatia. Why were you to be given a kikombe ya maji na uko kazini? Are you not a worker? Who employed you? Don't you have a boss in heaven? Why do you want to create another boss here on earth? Why? My brothers and sisters, just hate me. Hakuna mahali mtanipeleka. Just hate me. But I have to say it. Because that is the pain I've gone through here. I've been rejected. I was not rejected by watu wa kule nje. I was rejected by pastors, bishops, and archbishops. Walisema sijaokoka. And when they prayed for me, niliwepelekwa pale, nikaekelewa mikono mikubwa, nikapigwa. Lia na utoke. Toa tumbako. Toa roho ya mungiki. Toa roho ya... Nikabiolia na urede. Basa nikaona wamenipiga sana, nikilia wataniwacha. Nikarara chini. Because kila pastor alikuwa anataka kunigoga, revenge. Walikuwa mapasta karibu 20. Kila pastor alikuwa anataka kuniekelea ngumi. Nilitoka huko ni kama nimepigwa na nyundo. Mpaka wakati mnganga alisema lia na uende, nikalia. Nikarara chini, nikajua kumbe hiyo ndio siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu hapo tukaiba kawimbo kingine kazuri sana. Niko chini ya mwamba juu yangu. Yesu nifiche. Niko chini ya mwamba. Sasa nikiwa ndani ya chini ya mwamba, maana niliingia huko chini, nikasikia wakisema, ukiona hajauliwa na Mogeke, hajaokoka. Ukiona hajauliwa na Mogeke, maana Mogeke lazima wakuue. Ukitoka lazima wakuue. Na ukiona hawajamuua, hajatoka. Sasa nikashindwa, kumbe ulikuwa nafikiria maombi yako ulikuwa unataka kuona kweli aliokoka ukiniteremusha kwa kaburi. That is Christianity now for you. Who does not believe in what they teach. Kama niko chini ya mwamba ni Yesu. Then how will you expect me to die? Does it make sense? How will you expect me to die? I am under a mwamba. But they expected, na kutoka siku hiyo they rejected me. See, I am not saved because I did not die. And that is a bishop, that is a pastor, that's somebody who will tell you that. Others came and say, unajua haujasamehewa kabisa. Mpaka wakati utarudisha ile pesa yote ulichukua wakati wa mungiki. Urudishe. Ndio Mungu akubali. Maana nilionyeshwa. Hujakubalika. Uko mahali hapa. Umehangi tu mahali hapa. Lakini ukitoa hiyo roko ya kuhang itatoka. Sasa nikashindwa. Nikamwambia hakuna pesa nakupatia. Na nikamwambia pastor, nisikilize vizuri. Nitakunyorosa. Nitakutuanga. Akaenda akasema kweli jamaa hajaokoka. Lakini nikaona Yesu aliwaita watu mambweha. Yesu alikuwa na nyahunyu, alituaga watu ndani ya kanisa. Hebu niambie pastor, kwa sababu tumesoma sana na mabishop. Ulisikia wapi Yesu alitumana nyahunyu kwa duka gani? Alitumana? Na alitoa wapi? Alikuwa nayo. Alikuwa naibebanga kwa nini? Kwa sababu alijua kuna wakorofi. Atakutana na wakorofi na atawanyorosa. Yes. Yesu asifiwe sana. Praise be the name of God. I'm talking about servant leadership. In Mungiki, we were better than you by far. We were united. We were loving. We were caring. If I was kusimamishwa kila kitu, ukiokoko kisimamishwe saa hizi, kusemekane hakuna Mungu akuje hapa, aseme hamjaokoka, sasa anzeni, choose where to go. Mimi nitaenda kwa Mugeke.
I will not walk with you in hypocrisy. I would rather serve the devil openly than serving the devil secretly. Because most of us, we are serving the devil secretly. Sisi ndio waoko, sisi ndio tunafanya duka watu kwa mgogo, sisi ndio tunaagusha watu wengine, sisi ndio tunauza watu wengine, sisi in the church. My own people here in the church wananiobeaga nikufe. My own people. Na nikihubiri nasema preach it, prophesy, prophesy. Anaruka bagana kanyaka kiti ni prophesy. Kumbe ni amekuja ameweka gedhito hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda wanateremka hapo chini mnapadia. Ameona wewe unakaa kutoa pesa, anakupeleka hapo chini anakuambia mimi Mungu ananisema mimi ndio nimesimamisha huyo pastor. Hata hakuwa na kitu, Mogeke walimunyaganya. Mimi ndio nimemuopea mpaka akisimama. Na sasa nataka niwe nikikuopea. Sasa utafanya hivi, kuo kituma 10% kwangu. Na ni mtu umeombea. Washirika wetu kwa sababu hatujawafundisha. Juzi hapa ile last time, ako hapi Shikuku, my friend. Asante sana. You did a very good job. Very powerful job. Yes. Lakini kuna makosa ulifanya. Aliniletea watu, alipiga simu. Yes, yeye alilete. Alipigia mama kama huyu simu, akapigia kama huyu simu. Sasa huyu alichukua sister yake, brother yake, bwana yake. Kuna mtu alikuja hapa, yeye na mke wake na watoto wake 3. Walikuwa hapa. Ukujua wewe ni simu ulipiga genuinely. Lakini wakora walikuja watu wakasema mimi ni pastor. Mimi ni reverend. Baba akasema ni bishop. Mimi baba namjua, ni wa Kibera, namjua. Ni Mungu. Lakini alikuja hapa akiwa bishop. Na mtoto yake alikuwa pastor. Na mke wake alikuwa reverend. Na wajua ni watu wanauza chang'aa huko. That is why leo nimekuwa strict hapa, because nataka kuzungumza na nyinyi. To repent before we even say that we are praying for the nation. We repent first. Tukirepent, I can assure you unajua tulienda kwa kiwanja kama tuko na dhambi. Na unaona venye Mungu alifanya. Na tukienda kama tuko clean. Hii maneno ya kusema tikasogo must go 1 term 2 term, it is not for us. Sisi our term ni maguu. We can change this nation. Moses alikuwa peke yake. Akaambia go tell Pharaoh, set free my people. Achilia watu wangu. He was alone. He was not with pastors. He didn't have archbishops. He didn't have reverends. We are many here. We are many. We are crying. Na sisi si watu wa hapa duniani. Sisi ni ambassadors wa mbinguni. Watu wa dunia wakilia na sisi tunalia. Ati uchumi imeharibika. Ni uchumi gani yako hapa? Do you know where you belong? Do you know where you belong? You are a servant of God. You are an ambassador. You are a representative of God here on earth. So when the barozi wa Kenya akiwa Italy, uchumi ya Italy kiharibika, he does not complain because he is paid from Kenya. Hallelujah. The American embassy hapa, barozi wa huko Kenya ikiharibika, he does not care. He is paid from America. Sasa wewe unalipiagwa biguni. Alafu umejua uchumi ya Kenya ni baya, ulijulia wapi? At what time did you become a citizen of the world? Are we reasoning together? Kama in the first place, were you ever a citizen of heaven? Ama ni kujitanisha na jitanisha na heaven? Were you ever? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Why will you be called by a politician unaenda unapaka laini? Upatiwe 500 mkitusiwa. Kimutu hakijaokoka kiko hapa nyuma kinanuka na mgoka, na kingine kiko hapa kinanuka bagi, na wewe uko hapa katikati unapaka mule ati unaenda kupatiwa shilingi 5,000 ama 500. At what time did we stoop that low? Kupaga na mtu wa mgoka laini tukapatiwe na politician mwenye ameenda Shakahora, ametoa mtu, ameua mtu, ndio kafara itokane, ndio pesa ipatikane, ukuje upatiwe.
Instead of shaping the world, instead of shaping the country, instead of shaping the politics of this nation, using our knee, you are shaped by a politician. Why will we have a mwizi in the form of a president? Mnasema ni mwizi. Sivyo tunasema? Ogeni. Watu wa one term inua mkono juu. Watu wa two term. Sifuneted. Yes. Of course, participate kwa hizo vitu. But before you participate, our knees should change the look of things. It is we who to say who will become the president. We win the battle in the spiritual realm. Then when it comes to the physical, things will work. We shall declare and decree and say this will be the president. Because we have consulted from heaven. And the heavens have told us this is the man. Sasa saa hii wewe kaka kidogo hapa tuko hapa kutokea jamaa pale akibia kuja tuambie Wamonyoro wako pa chini na napatiana shilingi 5,000. Nitawachwa hapa na watu wangapi? Nitawachwa peke yangu. Na bibi nani mwingine? Na wewe. Why? Because we don't have a foundation. And this foundation we lack it because of the foundation ya Ukristo ambao tuliletewa. Alafu tukakuwa wazembe, tukakosa kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukakuwa wazembe, tukakosa kumtafuta Mungu. Mimi nimeokoka tu juzi lakini nimemtafuta Mungu. Yes, nimemtafuta na ninamjua. Hakuna mahali kwa dunia hii sikajakanyagisha miguu in the name of searching God. And I have found him. Bwana Yesu asifiwe sana. I have found him. I have seen God. And this is what we need to do, our mindset, tuokoke kwanza. Na sina uoga nikisema tuokoke kwanza. And you know what I mean. Nichukieni tu. But I have to say as it is. That Mungu anasema tuokoke. Because Kenya is a holy nation. But the people working for it in this holy nation are not related to the holiness of what God is saying. Are not. Because wewe kuna pastor hamuogeagi na yeye. Wewe kuna pastor mwezi kushare platform moja. Wewe ndio unajua yule mtu ameokoka na yule hajaokoka. Wewe ndio unajua yule mtu amekaa hivi na yule mtu hajakaa hivi. Who gave you that mandate? Ours is to follow our boss. My boss did not come here for the good people. Alikuja for the I was not sent to the good. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hawezi kukuja hapa kwa sababu wamesikia ni dola ule wa Mogeke. Because they cannot share the platform. Lakini namuuliza, umeokoka? Nakwambia yes niliokoka. Mwaka gani? 1992. Yes, uliokoka kutoka nini? Kutoka kwa dhambi. Kwa hivyo ulikuwa unafanya dhambi. Dhambi ni ya nani? Ni ya shetani. Kwa hivyo at some point wewe ulikuwa wa shetani? Hapana. We are all from that world of sinfulness. All what we need is to become a Moses. A person who will be called to the mountain na anaambiwa na Mungu toa hiyo kiatu, mahali umesimama ni patakatifu. Hapa Kenya ni mahali pagani tunaweza kusema ni patakatifu? Tumechafua, tumenajisi kanisa. Tumenajisi kila kitu. We have built our own doctrines because unabadilisha mpaka unakuta prophet na prophetesses. Lama shetereboha. Bwana ananionyesha. Nimeona majenesa matatu. Allah bashekete. Na sasa hiyo ni pesa, amejua uko na pesa. Anataka kukupora, anajua masanduku matatu. Na familia ni familia ya watu watatu. Masanduku matatu inamaanisha nini? Familia imeisha. Lakini Bwana anasema atasimamisha halai. Rik abababos anjara baha. Yes, nasikia Bwana. Akitoa dhabihu mambo yake yatakuwa sawa. Yes. That is a church for you now. You'll give false prophecy because you're looking for money. At what time were you disconnected from the heavenly money? Ndio uanze kutafuta worldly money.
Because we are connected, we are wired. The heavens know us. We are ambassadors. We are paid. Ni siku gani umesikia ambassador wa Kenya ako na mgomo kule UK, hajalipwa salary yake, atanafanya mgomo kule UK? They don't. Because Mudavadi hapa, Foreign Affairs, inalipa. Inawaya pesa yake. You are an ambassador of heaven. At what time did you start looking for money when you are working for God? Mwache ingie. Acha huyo ingie. Mwache ingie huyo. Acha tu akae hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. These are pertinent questions. Nafaa muende mkienda nyumbani muende mkijiuliza. Maana I want us to start a journey. I want you to lead me. I'm still young. I have bishops here, bishops, prophets. I want you to lead me. Lakini wakora, in the name of prophets. Wakora, because ninawajua. Tulikuwa na wao kanisa na tulikuwa na wao kwa Mugike. Na hao mmoja alikuwa anakuja kwa Mugike kutuletea sadaka. Na yeye kwa TV, kwa sababu alikuwa amekuwa kwa TV, alikuwa anatoa viomi. Rakabambarikza! Shaka! Lakini usiku tuko na yeye. Sasa unazishitwa hiyo ni ya nani? Who is the owner of that? Maana the discussion in the night, it was not about doing good things. It was about destroying somebody's church. It was about chasing somebody. Amekuja pastor fulani amekuja Kayole na ni mtu ako na influence na hatumutaki huko. Mapasta fellowship inakusanya pesa inaniletea. Tufukuze huyo pastor. Tunaenda tunaiba maspika zake, tunaiba kila kitu, tunampora, tunamfukuza huko, anatoka huko baka Nazareth. Na ni pastors fellowship walichaga pesa wakatuletea. Siwacha ni watoboe tu. Yes, I was your agent in the dark world. Mimi nilihama. Na zihami peke yangu, tunahama sisi zote. Yeah. Na ukijaribu kujificha, nitakuchomoa tu nikwambie kumbuka. Sitakuacha. Hapana, mimi nimeona Mungu. Tunaona pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. And that is the openness that we need. Hypocritical life we don't need. No. Hakuna haja tutembee na wewe nikijua yeye ni mkora. Hapana, mimi nitakutuaga. Na nitakutuaga with the holy slap. Yes, niko konyorodha. Nitakunyorosa vizuri na nikwambie Bwana asifiwe. Au hatutafanya ujinga na wewe na tucheze na Mungu na wewe. Hapana. Kama ni busa twende tukakule busa, kama ni umaraya twende tukapiga umaraya, kama wewe ni wa shetani kaa kwa shetani. Na kama wewe ni wa Mungu kaa kwa Mungu. So that we can draw the line. Sio mchana wewe ni wa Mungu, usiku wewe unasafu shetani. That is wrong, my brothers and my sisters. We have to liberate ourselves. Yule mtu anaitwa Bob Marley aliimba song moja. Sasa mtaanza kusema ameanguka. Emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free your minds. Emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free your mind. Yesu hakuna mahali alihubiri kanisa. Nimetafuta Biblia yote. Jesus never spoke of a church. He spoke of a kingdom. He never spoke of a church. He never advocated of a religion, but he spoke of a kingdom of his Father that is in heaven. We are the children of a kingdom. We are not the children of a religion. If we can come out of that cocoon, ya religion, tuingie kwenye ufalme, then we will be able, that's the time we will be able to know who is God. Because the God of religion are gods. Many gods. Because kanisa yako is a God. Kuna kanisa yako. Maana doktrini yako, mahubiri yako, inafuatako na hawa watu wanakufuata religiously. But if we had to have one kingdom, we will never have two churches. We will have one church. Nikikuja kama ni orthodox, ni orthodox. Kama ni whatever we call it, all over, we will be one. Sasa ukiuliza mkolino huyu amefuka kitambaa kwa kichwa, hawezi ingia kanisa ingine. Hapa ile kitu imemleta ni kwa sababu ni pastor. Lakini Jumapili hapo umwambia kanyage, atakwambia hapana. Hiyo mtu nilimpima nikaona hajaokoka vizuri.
Ukiangalia huyu mtu na Israeli, ni Israeli. Israeli Sidonyo. Na yeye pia utamkuta kwa barabara akizunguka. Na anakuambia ni Mungu, alisikia Mungu. Wewe hiyo kanisa ulifungua, ulisikia nani? Hiyo kanisa ulifungua. Kwani huyu Mungu ni subdivided namna gani? Where is this God so subdivided? Ati wewe anakuambia fungua kanisa yako uite Jesus Fire Manifestation. Na wewe ukikaa kidogo and you are seated closer. Na wewe Mungu akakuzungumzia akafungua the Lord is fire. Powerhouse in blood of Jesus. Huyu mwingine akafungua the blood of Jesus Calvary. Huyu mwingine akafungua. Where is this God so confused? That he is not speaking in one tongue. He is not speaking in one language. Na yako unafungua kwa sababu na ujauo yako. Na mimi nafungua na ukikuyu yangu. Na wewe unafungua na uluya yake. Na ukiangalia ile sarakasi iko kwa hiyo kanisa ni ya Kiluya. Ukiingia kwa Wakikuyu sarakasi ni za Kikuyu. Yes, baka diomini za Kikuyu. So you wonder, what kind of a God is this one who is so fragmented? Our God is one. Jehovah is one. And if we can go back to that God, he will do wonderful things in our lives. When I was serving the devil in Mungiki, we were so strong because our devil was one. They were not two. Our devil was what? Na ndio unaona tulikuwa tunaingia Kaore mnaanza kuhara. Mpaka mapasta instead of praying mlikuwa mnatoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. And when I came this side, I decided to come and live with my God as one God. And that is why I want to enlist you. We come and join together. Liberate this nation. But before we liberate this nation, we be liberated ourselves. To change, tuokoke, tuite Mungu, tukue kitu kimoja. Then we worship together. Wacha lalale kidogo. The heaven is speaking. Nimemwambia tulia kidogo, nataka kuongea na wewe. Atatupatia domeleli hapa sahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Am I making sense to you? Yes. Nauliza nyinyi yote. Am I making sense to you? Yes. Mtaenda kunisekenya hapo chini? Na hata ukinisekenya hakuna mahali utanipeleka. Kama haukunipeleka nikiwa Mugiki. Ni sahihi niko na Yesu. Let us be frank. This is a time for us to be frank. Tukatwe matubo iwekwe kado. Tukue frank to each other. My brother, are you really my brother? My sister, are you really my sister? Bwana Yesu asifiwe sana. And once we have that dialogue, Kenya will be healed. The politics of the nation will be healed. Our children will be healed. Everybody in the society will be healed. Because the people carrying the mantle of healing have healed. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kama wazee wa zamani walikuwa hawajui Yesu na walikuwa naenda kwa mgumo, wakitoka kwa mvua inanyesha. Wagapi hapa saida kuomba mvua ikanyesha? Ama ni kukaukiwa zaidi? Mimi nakuwa na mapasta hapa nakuja kupea moto wa kai. Mimi hata nyumba nimefugiwa. How now? Ati nyumba umefugiwa na unafanya kazi ya Mungu? There is something wrong. There is something wrong. At where you are poor, we will be supposed to kwa hapa tumekuwa tumepaka mama Mercedes na Range Rover. Nenda hizi vitu zinaitaka hizi mabaka kubwa zimeitangwa Clevers. What? Quivers. Enda hapo nje uangalie the parking lot. Ni Range Rover, mama Mercedes, magari makubwa. Na sasa hiyo umepita hapo, umechoka ukitoka huduma, umechoka, mbubaka miguu imekuwa imegada huko chini. Ukitoka wapi huduma? Kwa Mungu ambaye the owner of gold and silver. And mtu wa dunia pale magari zimapag na waendi kuacha 10,000, wanaenda kuacha 50,000. Angalia maasha ziwaba. Wako well dressed. Amevaa kasirua kamefika hapa. Well dressed for the purpose. Angalia ashazi wa kwako. Mbako kiona amesimama na kaka tu hivi. Na kwako ile gari imesimama mzuri sana hapo nje. Ni baisikeli na ni baisikeli mzee. Na bodaboda na ni bodaboda ya kukopa. Are we being real? We are not real. We are just fake.
Sisi ni mfano tu. We are fake. Men of God, forgive me. Nisameheni tu kwa kuongea ukweli. Because sitawaacha kuongea. Maana mimi sitafuti nini? Sitafuti pesa. Mimi Mungu amenibariki. Nilinyang'anya watu vizuri. Hata nikaishi 1000 years hii dunia bila kufanya kazi, I would still eat. Na kama Biblia ni mfano mzuri wa kufuatwa, Biblia inasema nitanyang'anya watu wa nini? Wa mataifa nikupatie. Mimi niliwaendea. Mimi nilifuata Biblia nikaendea. Nikatimiza maandiko. Niko na kagari kazuri na niko na kanyumba kazuri. Kwa hivyo hakuna kitu natafuta. Watoto nilizaa maana nilifuata Biblia na interpretation ya kidunia. Nikazaa watoto, niko na watoto 25. Yes. Na mimi naishi na wao. Ni wanawake tofauti. Watoto 3 tu ndio mama mmoja. Hao wengine the different wives. Kulingana na interpretation yangu ya kidunia. Na wakati niligundua nilifanya makosa, nikawachukua watoto wangu wote. Nimewasomesha na hakuna mtoto wangu anaishi hapa Kenya. Wote wanaishi huko majuu wakifanya kazi mzuri. I blessed my children. Na hapa kuna pastor amezaa tu vitu vingine huko kado atakagi ajulikane. Nenda pastor, ndio tafuta watoto wako. Usijali kanisa wache pasuke. Tafuta watoto wako maana ndio wameshika. Ndio wamekushika. Ndio wamezuia baraka yako. Na until utaenda utoe hicho kitoto umeficha na huko, ukilete hapa Mungu hata kubariki. You are a devil. Wewe ni shetani. Yes. Wachungaji hapa wameficha vitoto huko, vimefichwa huko. Vingine viko Kibera. Maana Asha alikuwa wa Kibera, ukamduga miba. Kisha akamwambia nitaachilia laana. Mama akaogopa akatoroka kwa sababu aliyetaachiliwa laana. Nenda chukua watoto wako, watoe kule wako, walete kwenye madhabahu, wabariki. Bless your children. Yes. Ndio milango yako ifunguke. Nini unaambia watu baba tunaenda mbinguni gani na mtoto yako wako Kibera kikula mafi? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Not unless tujitoe kabisa. That is when we will be able to speak anything about this nation. Bwana Yesu asifiwe sana. You can't change. Ndio unaona Ruto tulimpeleka pale tukamwombea, ni sisi tulimwombea ama sisi? Na sisi ndio tunasema sasa yeye ni nani? Yaani mwizi. Ni nani aliombea mwizi? Kwa hivyo mwizi ni nani? Roho ya wizi alitoa kwa nani? We imparted the spirit of. Sisi ndio tulimuimpart the spirit ya wizi. Because we are the spiritual guardians. So kama anaiba wachaneni aibe. Repent first ndio ukate hiyo umbilical cord. Nyinyi ndio mlimweka. At the God has said I saw nilimuona huyo ndio Daudi wa kukomboa Kenya. Sasa Daudi aligeukia wapi? Alibadilikia, alipelekwa Nazareti pale, kalikuja kabla ya miezi kakabadilishwa, ama maombi yako ilienda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtoto wenu, mumulee, mukae na yeye, awafinye mpaka mkuwe na kichwa mzuri. Hiyo uchawi alitoa kwenu. Ate si uchawi, ni maombi. Si uchawi, ni maombi. Maombi gani? How do you look at yourself ukiona ulizaa mwizi, muuaji, mtu ametenda? Sasa unakemea, tunakemea mauaji katika taifa la Kenya, tunakemea watoto watakufa. Who prayed for that killer? It is your spirit that is in action. Mtoto yote amekufa Kenya, it is the pastors of Kenya. Ile damu imemwagika.
You are the one who installed this man. It is your voice that is speaking in this man. So who are the murderers? We are the murderers. Yes. Kama ameiba, pesa ile yote ameiba ni wewe. Ni spirit yako inafanya kazi. Because your spirit is supposed to guide. It's supposed to propel. It's supposed to give direction. Because it's the spirit of God. Na sasa ukiona alienda akakuwa mwizi, alienda akakuwa muuaji, which God were you speaking to? Tell me. Because you are the product of that prayer. Which God were you speaking to? Ni Mungu gani huyu anaiba? Is a God Dagon. So if I may say all of us here, tunaabudu Dagoni. Will I be wrong? Will I be wrong? Because our God is supposed to give right direction. Our God is supposed to give us, to tell us, this is what I want. Ezekiel aliambiwa, can these bones become alive again? Ezekiel akamwambia namna gani? You only know. Akamwambia prophesy. Akaachilia kwenye mdomo wa Ezekiel, prophesy life. So if somebody is killing, who prophesied that killing? You are the one, people. So don't blame Kasongo. Kasongo anatumia spirit yako. Na wewe ndio muuaji na alafu unaita mtu mwingine muuaji. Na anafanya through what you said. Because you are a gatekeeper. You are the one holding the spirit. Na spirit ndio inaua, maana inataka damu. Inataka kunyonya damu. Kwa hivyo hata wewe you are a blood sucker. Angalia watu wako wanateseka kanisani kwako. Ni watu wangapi wamekuja wamekosa msaada kwako kanisani? Wewe angalia venye by the time uraisi hapo venye umetumiwa na venye umepigwa na mapasta wengine. By the time you became a pastor, how have you? Angalia ile mateso umepitia. Hello. Angalia uone mpaka ile kanisa umejenga. You would have wanted to build a church, lakini umejenga kanisa ambayo hata wewe mwenyewe unashindwa nini? Ni ya mabati. Lakini the funniest thing unakuta unaishi nyumba ya 35,000 kule Donholm na Savana na kule kwingine. Lakini kanyumba kale umejengea Mungu ni kama mabati kamekaa hivi. Alafu unapaki gari hapo nje ya mabati. How do you see God looking at you? Alafu useme mtu wa Catholic atachomeka. Angalia mtu wa Catholic ile nyumba amejenga kwa sababu ya Mungu. Angalia Muislamu anajenga kama msikiti akiwa peke yake. Mimi nilikuwa Muislamu. Nilikuwa naitwa Ibrahim Dora wa Ruigi. Msikiti wa TSS kule Mombasa. Alijenga peke yake, alitumia 150 million. Mkeka peke yake ile aliweka huko chini ulikuwa mkeka wa 65 million. Kanisani kwako aenda useme mnanunua kiti ya plastiki, kuna harambee. Hakuna mtu atakuja Sunday. Because we are not grounded in the word of God to understand who is God, to know what God wants. Our God is not glorified in any way. Wewe kutoka wewe mwenyewe, wewe gari unapaki gari mzuri ya 1.5 million, 2 million hapo, na kanyumba uliokota mabati ilichomeka hapa Mukuru kwa Ruben, ukaenda ukagoga kanyumba na ukasema nimejengea Mungu madhabahu. Ede usome Solomon alijenga nyumba namna gani? Halo. Ede usome Solomon alijenga nyumba namna gani? Ndio sasa utuambie kama umejenga ama hujajenga. Na kama ni kukoboa nyumba ya Mungu kama hii, tengeneza nyumba yako ikuwe mzuri. Ndio unaona nyumba ya hapa hakuna kiti ya plastiki, maana kwa nyumba yangu hakuna kiti ya plastiki. Hakuna. I do it by the standard of what God has given me. Mimi Mungu alinijengea nyumba nikiwa jela nikigojea kwenda kunyogwa. Siku ile mliniopea nikufe. Nilikuwa huko Kamiti nikingojea kunyongwa. Mashini ilikataa. Waliniweka juu ya mashini, wakaniweka nikaeko na mashini ni mabati bili na kuaga hivi. Unawekwa kaba hapa, unasimama kwa hii mabati. Hii mabati ndio anafinya, inafunguka na chini. Unaenda juu. Badala mabati iende chini ilirudi juu. Na sasa hiyo mmeniambia nikufe. Mungu akaniambia hauwezi. Wale walikuambia ndio wanafaa kukufa. Nikatoka. Na sasa hiyo ndio nilipata pesa ile mingi nikiwa huko. Nikikojea kukufa. Ndio nilitengeneza kale ka message ka umetumiwa mzigo. Kuna mzigo imekuja. Wangapi waliingia kwa hiyo mtego? Yes. Yes. Wewe ni Mkristo ulikuwa umeokoka. Uliingiaje kwa mtego ya shetani? Uliingiaje?
Maana I remember nilitengeneza 85 million shillings nikiwa Kamete nikingoja kunyogwa. Mlinitumia pesa za kutosha 85 million. Kama nina pesa yako leta receipt nitakurudisha. Hello. Na hiyo sasa ndio roho. Na hiyo ndio roho tuko nayo sasa. Roho ya Wamidiani. Wana wa Israeli walipofanya against God in the book of Judges chapter number 6. And the children of Israel did wrong in the sight of God. Naye Mungu akawaachilia Wamidiani miaka 7. Wamidiani walikuwa na ngoja, unatengeneza, wakati umevuna wanakujia. Si ndio nilikuwa nakujia? Ungenyang'anywa pesa hauna. Tuongee tu, ungenyang'anywa kitu hauna. Si unanyang'anywa kwa sababu ziko. Why is it not protected by the God we are serving? Mbona ameachilia Wamidiani? Kwa sababu sasa I was a Midianite. Yes, I was a Midianite. Na nilikuwa nimetumwa from heaven. Sasa wewe unanikemea na mimi nimetumwa from heaven by God. Chukua hiyo pesa yao. Wamekataa Mungu. Wamenikataa. Chukua pesa yao. Na ikaletwa mingi. Nilijenga nyumba mzuri nitawapeleka kwangu. I live like a king. So I will not here nikuje nitengeneze kahuduma ka language kubebeleza nyinyi ndio munipatie chakula. Niko na shamba. I have over 1000 acres of land. Niko na magari kama 20. Halo. Pesa iko imelala na ingine inatumika. Hakuna mtoto nalea, wote wako nje. Watoto wangu ni army officers huko America. Ni mapilot. Yule aliyedea Moduro. Unajua Moduro president wa Venezuela? It's my son who was a pilot. It's my son. He was a pilot. He's still a pilot. Huyo mwingine ni FBI. Na alishikwa na FBI akipora America. Kwa wale wanaweza kuona karibu. This is my son. Hiyo ndio ndege ile anaendesha. Yes. Siji watatuwekea. Tuwekee, mwambie tuwekee hiyo picha. Yes. Yeah, that's my son. Na huyu nilimuokota Kibera. Huyo. Pale katuwekera. Hapo ndio nilimutoa. Wakati niliambiwa kuna kitoto chako Kibera, katuwekera, nikaenda nikamchukua. Angalia sasa mahali yako. Leo sasa wewe unang'ang'ana hapa ati wewe unataka bibi yako asijue ati uko na mtoto na labda it is a king umetupa Kibera. Ni mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kengine nilitoa mkuru kwa Ruben. Saizi ni a senior pastor in Germany. A senior pastor in Germany. Nilikaendea nikakakuta venye kanakana ile nilikakuta kwa mtaro. Hii ni mafi, hii ni nini kuku hapo nikakabeba na hiyo mafi yake. Sasa hiyo nimeweka Range Rover kwa barabara. Sasa imagine nikaweza kujiuliza, huyu Mungu ananionaje? Niko na Range Rover, mtoto yangu anakula mafi. Pastors, mimi sijui kwa nini hiyo message inarudi kwenu tena. Inaonekana nyinyi mko na watoto wengi. Hapa. Wako hapa. Yes. Ukiona kitu najaribu kukiondokea ninarudishwa. Pastor. Enda chukua mtoto wako. Mimi watoto wangu wote wamebarikiwa. I live in a 12-bedroom house. Nilijenga kwa sababu yao. So sitakuja tukae na wewe tudanganye watu wa Mungu ati ndio tupata chakula. Niko na chakula. For the rest of my life, chakula iko. God has taken care of me. God has taken care. Now surrender yourself. Surrender to God. For God to take care of you. For God to take care of your children. For God to take care of your business. For God to take care of... Have tuache uzembe. Pastors, tufanye kazi. Paulo alikuwa anafanya kazi. Hakusubua watu. Fanya kazi. You are supposed to implement, kusaidia watu, to empower, to help your people. Stand in the gap. Ukasikia family 3 hazina chakula, unasema pelekea hiyo 1000, hiyo ingine 1000, hiyo ingine washibe. Hawa makodoo wako waje kwenda kuwafyoza.
Unaenda mahali kuna ugonjwa au unaambia toeni sadaka. Rima shondoroboseke tayara. Hii ni ibada kama ibada zile zingine. Lazima sadaka. Wacha unafiki. Angalia mtu hana kitu, msaidie. Ndio kesho apate hiyo sadaka alete. Halo. Poleni sana. Atawacha nimalizie hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ibada nataka tufanye. Yule anashika microphone, hiyo ndio ibada. Wachana na Biblia kwanza. Weka Biblia. Tuchabuane kwanza. Wacha kujificha ndani ya Biblia. Ati Bwana anasema atakayemnyoshea mtumishi wake kidole atalaaniwa, atakainukia watumishi wa Mungu watalaaniwa. Watumishi gani? Mtumishi gani? Mnatutisha na Biblia. Na hii Biblia mimi niko na Biblia hapa. Ile ya the Ethiopian Bible. I got it here. Iko na vitabu 100. Niko na hii ya kawaida 66. Na niko na Catholic Bible. Iko na 83 books. Nilisoma Revelation 21. Nasema atakayeongeza ama atoe atawekwa nini? Sasa ni gani tumewekewa matohoho kati ya hizo vitabu tatu? Nani alitoa ikafika 66? Ni nani aliacha hiyo ingine ikiwa 83? Na ni nani aliacha hiyo ingine ikiwa 100? Sasa ni gani iko na matohoho na ni gani haina matohoho? Ni gani? Na ni gani tunafuata? Sasa ni nini tuko nayo kwetu? Mumetolewa. Kwa hivyo nyinyi ndio mko na matohoho. Bwana Yesu asifiwe sana. So wachana kujificha ndani ya Biblia hii. Wachana na hii kitabu. Tolewa tukutoe kwanza. Tukuelewe. Ndio tujue kule tunaenda na wewe. Ndio tujue tunamtafuta Mungu ama hatumtafuti Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Josefu wakati wake wa kubarikiwa ulipofika, mfalme aliota ndoto. Alipoota ndoto akatumana kama kuna mtu anaweza kutafsiri ile ndoto. Kukasemekana kuna jamaa kako ndani ya jela kanaweza kutafsiri ile ndoto. Walipoenda kumchukua ndani ya jela, walipofika pale hawakuenda na Mariamu. Kimariamu ni kile kinabebaga wafungwa. Hakubebwa, hakuendewa na Kibariamu, aliendewa na magari za State House, Mercedes Benz. Ndizo zilimwendea, Maprado, Mapajero, ndizo zilimwendea. Walipompata pale, walimpata ako na madefu. Akasema, wacha ninyoe ndevu. Maana kule ninaenda ni kwa ukuu. Lazima unyoe ndevu zako. Ndio ukuu wa Mungu ukuje. You have to shade. Kuna vitu lazima uweke chini. Wacheni unafiki. Adoito, watu wa Mungu, tuache unafiki. Let us seek God. And in 1 week, Kenya will be different. Kung'oa Kasongo hatuhitaji wa Monyoro. No. Wa Monyoro na Kasongo ni one and the same. Hawatu wapi? Si walikuwa pamoja? They have never told us mulikosania wapi. Kwanza inene kezi hawa ni watoto wa baba mmoja. Si mnajua ni baba gani? Alafu angalia ule mwingine wameinukiana, ule wa Standard Group. Those are sons of one father, biological. Biological father, they are from one father by blood. Wa Munyoro, Kasongo, Gideon Moi, Lee Kenyajui, hawa ni watoto wa nyumba. Angalia venye Kasongo ameinukiana na Gideon, ameinukiana na Wamunyoro. Sasa hawa wanapigania urithi wa baba. Where are you coming in? Where are you coming in? Wanachuana zaidi. Wewe unasema mimi ni wa DCP, mimi ni wa hiyo ingine inaitwa nini? Hiyo ya Kasongo. UDA. Mimi ni wa nini? You are nowhere in the map. You are nowhere in the picture. You are nowhere. Wewe ni wa binguni. Chama yako ni ya binguni. Na chama ya binguni ni inatawala. Rudi kwa chama yako. Mwambie mwenzako rudi kwa chama yako. Rudi kwa chama yako. Wacha kwa chama ya familia.
Hizi vyama vyote baba yao ni KANU. Yes, baba yao ni KANU. Na mmoja alisema atatawala 100 years. Na akainua madhabahu pale hapo Serena hapo chini. Akajenga karugu kakutawala Kenya. Na hiyo ndio madhabahu ile inatawala Kenya. Na nyinyi hapa unakemea mapepo. Na lipepo ambalo linatawala Kenya liko pale. Fibo hiyo ya Nyayo. Fibo ya Nyayo. Yatuongoza kwenda wapi? Hiyo ndio inatawala. Before tuanze kutafuta tunawe kwanza. Baada ya kunawa mkuje niwaonyeshe madhabahu ile inasubua Kenya iko wapi. Moja ndio hii hapa. Roundabout hii. Unaona hii kitu hapa? Hapo Bobulast. Mnajua ni nini hiyo? Mama, mnajua nini? Unajua ni nini? Haujui? Niwaambie. Hiyo kitu iko hapo chini ni nini? Hiyo around. Mama niambie. Ni nini hiyo? Hiyo kitu imeduka imeenda juu. Wase ni nini hiyo? Ni nyoka? Hapa hakuna nyoka. That is a penis of a man. Iangalie mpaka pale juu venye imetengenezeka. Ukitoka hapa mpitie hapa. Chini ni vagina. Tulidugwa. Dota, hiyo ndio spiriti ya LGBTQ. Hiyo ndio madhabahu ya LGBTQ. Na ndio naona sasa baka mapasta. And I can see some of the pastors here na wajua ambao ni gay. Na ambao ni lesbian. Wako hapa, ninawajua. You are here. Na ukikunywa ile chai tumetengeneza pale, na wewe ni gay, utalipuka. Utalipuka. Hatutakubali tunatembea na wewe na unaangalia matako yangu imekaa namna gani. Hapana. Otile. Atewe modorome badala kuniangalia mbele unaangalia huko nyuma venye kunakaa. Ati badala hatuwezi kukaa hivyo. Totigo ikaragwa hatuwezi. Lazima tuwalipue. Lipua mtu. Maana anakuangalia hivi, akuangalia uso, akuangalia mafuta, anaangalia nyuma yako imekaa namna gani na anakuambia Bwana asifiwe. No way. No way. Ati huyu mama sasa huyo mmekana yeye anakuangalia, anakuangalia mwili. Anaona mwili. Bako naona mkiongea bako naona akafanya. Kumbe ni mapenzi. Ameanza kuvurutwa. Na ni mama mwenzako. Mnaenda mnanunua kimpira kia plastiki, mnaenda na kuna mwanaume amekaukiwa. And why all this? Why all this? Ni kwa sababu ya hii. Ilijengwa na nani? Na governor wa Nairobi. Hiyo ndio ilimpatia kiti hii. Si kura yenu. Hii iko hapa. Polycarp Igathe alikuwa ameshinda. Lakini venye alikaragwa hatajielewi kwa sababu ya madhabahu. Madhabahu iko na nguvu kuliko anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Before you start speaking of that Jesus, okoka kwanza. Nikuje nikwambie madhabahu ya shetani iko hapa. Hii nimekuambia hii ni madhabahu ya Waisraeli. This one. We are in the right place. This was created for God. Lakini also hapa ndio kahawa ilimaliziwa. Hii nyumba hii. Ukienda pale KICC. Wangapi wameenda KICC? Mami, KICC ni nini? Ujui? KICC is a penis of a donkey. It is a penis of a donkey. Wakakuwa wajanja kidogo, wakaeka kale kakitu kako huko, lakini kuna kanyumba pale chini. Hebu kata hiyo kanyumba wekelea pale juu. Kata hiyo kanyumba iko pale, kale kamekaa hivi. Wekelea pale juu ya KICC. So, huyu Mkamba anaitwa Motiso ndiye alichora hiyo nyumba. Akichora penis of a donkey. Alafu hiyo nyumba ilijengwa na wazazi, si Israeli. Ilijengwa na wazazi. Your father, your mother, it was mandatory. Walitoa shilingi 5. Kenya mzima watu walitoa shilingi 5.
Si ndio? Enda uliza mama yako. Walitoa shilingi 5 ya kujenga KICC, ya kuinua madhabahu. Ya kuinua nini? Na hiyo madhabahu ndio haiwezi kutolewa kwa noti ya Kenya, because that is the spirit of immorality. Ndio unaonanga ukishika tu pesa kidogo mwili unachamuka. Haiwezi kutolewa. Haiwezi kutolewa. Walisema na huyo mzee Kenyatta atolewe kwa picha, lakini waliweka KICC na mzee huyo jiwe imechogwa hapo. Angalia noti zako zote. Wamekataa kutoa hiyo, because that is what rules Kenya. The spirit hiyo lina rule Kenya, finances zetu. Alafu wameweka jina ingine inaitwa hapo Harambee. Harambee is an Indian goddess. Harambee ni Bwana Yesu asifiwe. Harambee, it is a god in India. Imewekwa kwa noti yenu. That you see. Kuna muhindi umeona kuna shamba? Kuna muhindi kuna shamba? Na sisi tunauana na mashamba. But they are running the economy. Because their God is in the pesa ya Kenya. Kenyatta family ndio wanatawala, ndio wenye maziwa, ndio wenye mabanki, ndio wenye insurance, ndio barabara. Unaona barabara hii kubwa ni hii ya huko juu ni yao. Kiwanja ya ndege ni yao. Vitu zote unaona hapa Kenya ni zao. Hata nini? Petrol station, Ruby ni yao. They run the economy because they have their altar in the currency of Kenya. Are you getting me? They have their altar in the currency. Alafu waka make sure major roads zimenemiwa them. Institutions zote. Ukienda pale kuna Uhuru, Jomo Kenyatta International Conference, Mama Ngina, Uhuru nini, Kenyatta Avenue zote, Kenyatta Hospital, Kenyatta University, institutions of power, they have hold them. So wherever you go, ukipita Kenyatta Avenue, una raise their altar. Ukienda Jomo Kenyatta kupaa, una raise their altar. Every time you mention, because you have to mention them every single day. They have Kenyatta Avenue, you have to mention them. They Kenyatta Divitari, they have to mention them. And the more you mention an altar, the more it becomes powerful and stronger. Na wewe hapo unang'ang'ana, twende Sayuni. Sayuni gani na umekamatiwa hapa duniani? Jina sue. That is why Mungu aliyemwambia mwana wa Israeli, nenda mchinje mbuzi, kisha hiyo damu mupake milango, mujinasue kutoka kwa madhabahu ya hawa watu, ndio muondoke niwapeleke kwenye nchi ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi nikasema State House ni ya Freemason. Na Ruto hawezi kukaa in peace. Amekaa? Hawezi. Akitoka State House, he was the brilliant president Kenya ingekuwa nayo. Si mlikuwa nasikia anaongea mpaka unasikia yes. Finally Kenya imepata president. Where is that president? Alipoingia kwa madhabahu hii ya State House. Ilijengwa na Sir Evelyn Baring. Hapo ndio headquarter ya Freemason Kenya. Walizika vitu hapo chini. Ukikuja hapo Nyerere kidogo kuna kanisa yao hapo chini. Bwana asifiwe sana. Na hizo ndio madhabahu zinatawala. Ukienda Mombasa kule Mama Ngina wote? Mama Ngina Drive. Hapo ndio kuna ile altar inaitangwa the skull and bone. The skull and bone. Ukigoogle, uende nyumbani ugoogle the skull and bone altar. Iko hapo Mama Ngina. Iko chini ya bahari. Utaona kina Michael Jackson wakitembea huko ndani. Utaona ma skeletons zikitembea because it is a skull and bone. Iko kwa Mama Ngina Drive. Sijui kama unanielewa. Wanao tutawala wali-raise. Ndio unaona hata tukijaribu kuchagua president unakuta Uhuru akishika microphone, just one word inatetemesha Kenya mzima, because he is the owner. He is the owner. Madhabahu ndio utawala, si kiokoko yako. Kwani Abraham alikuwa ameokoka? Musa alikuwa ameokoka? Walitawala na nini? Na madhabahu. Mpaka saa hii tunajitanisha na Abrahamic what? Covenant. Hiyo ya ni mbuzi alichija. Mimi nikienda kuchija mbuzi mnasema tuliondolewa na damu ya Yesu. Lakini unarudi tena kwa Abrahamic Covenant, ni damu ya Yesu. Ni damu ya kondoo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu is the foundation that rules and that controls. For us to gain this country, lazima tubomoe. Hapa National Archive ndio madhabahu ya British. Secrets za British ziko National Archive. Archive iko chini, inaenda chini. Iko chini. Na kuna tunnel imepita hapo inaenda KICC, inaenda Buga, inaenda mpaka kule kwa Freemason, inaenda State House hapa. Wakati JC walivamia hapa. So JC walivamia Buga. Wabuge walitokea wapi? Wakaenda mpaka wapi? Wengine walienda State House, wengine wakakuja kubebewa KICC. Na Wabuge wengine walisema for the first time ndio walijua kuna tunnel duniani. Na wewe huko Buge na ujui kile umekalia ni madhabahu. Ndio unaona pale ndani ya Buge yote imechorwa hivi. Ile wanadanganya ni horseshoe. It's not a horseshoe. It's a vagina. Angalia Buge pale, Wabuge wamekaa hapa na hapa, angalia kitu yote. It's a vagina. So we are ruled by altars, sexual altars. And not unless sasa tuondoke from hii makanisa yetu. Hii tukanisa hatukusaidii na nini. Huko umekwamilia na washirika wamekuliwa na jaa, wamekuliwa mpaka na chawa. And the problem is not there, the problem is here. We break these altars, tuzivuje. We got the power to destroy them. And we raise new altars. Jeremiah 1 verse 10. See, today I have set you over nations and kingdom to overthrow, to pull down, to pluck down, then to plant and to build. Let us pluck down, let us overthrow, let us destroy these altars, and we will be free. Nimemalizia hapo tu. Mumefurahi? Inua mkono wako kama wale wataenda kunikemea, inua mkono wako. Wale wataniombea mazuri, inua mkono wako. Thank you, God bless you. Yes, that's the reason tuko na mfalme wa amani. Hiyo story yote nimekupatia. Mfalme wa amani is not a church. It is a movement. Mfalme wa amani is the Prince of Peace. I am not the Prince of Peace. It is Jesus. We build a movement. Tuondoke in 4 corners, in 4 walls. We build that which Jesus came to build here. Jesus did not come for churches. He came for the kingdom. And the kingdom can only be attained by first, we becoming the children of the kingdom. Number 2, destroying that which can hinder you from becoming the child. And it is the altars. We have to pacify this country. Na tutaanza na Nairobi. Kule nilienda kule, hamukujua tunaenda kufanya nini? Huko ndio kulikuwa kumeziko madhabahu ya nini? Ya magoons. Na Mungu akaniambia kunataka kumwagika damu mingi sana Kenya. Akaniambia nenda pale. Sosi ya damu yule dragon ile na kunywaga damu inakuwa kwa hiyo kiwanja cha Karaga. Ndio unaona waporaji wa mashamba wamepora kila mahali, lakini uwaja haiendagi because it is the biggest altar of blood ya watu. That is why God said me there. Kusilence hiyo. Sikulikuwa 25. Kuna damu imemwagika? Nafi. Kuna duka ilipomolewa? Hakuna. Because we got the power. Huyu mzee alimwaga tu mafuta. Mimi nilimwambia chukua chupa, ongea venye Mungu atakwambia. Aliongea na aka silence hizo vitu zote. It was silenced. Sasa tupagane. Tupagane tuende wapi? Tutaingia Nairobi. Tuambie Sakaja tufuge hapa. Moi Avenue hapa imeasia kwa hiyo kitu yake hapo. Tufuge hiyo barabara mpaka mwisho mpaka Hilton. Tuweke jukwaa pale archive. Tuweke maskrini huko kwote, tulete watu 1,000, 10,000, 20,000 hapa. Tutoe viatu zetu, tutembee hapa. We claim back. We claim back. Tukishika mji, kanisa yako itasimama. Jenzi wote watarudi ndani ya kanisa. Wachawi wote watarudi ndani ya kanisa. Because if the city is gone, you are gone. Bwana Yesu asifiwe sana. You must recapture the city. You must rebuild the city. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu ya kwanza Solomon alifanya. Ndio kitu ya kwanza Daudi alifanya. They rebuild the city. Na wakainulia Mungu madhabahu. Without an altar that rules, you can't make it.
Mimi nilikuwa na madhabahu yangu ya Mungiki. Na nilitoa kwa my grandfather, General Waroige. Enda pale Isili utapata barabara inaitwa General Waroige. That's my grandfather. Wewe kuna grandfather yako na ameandikwa barabara. Yes. My grandfather Waroige was the founder of Mau Mau, wakiwa na Kemali, wakiwa na Itotia na Madhege. There were 7 generals and they were all first cousins. All of them. They were first cousins. Na sisi ndio tulianza, mimi ndio nilianzisha Mungiki na kiapo ya Mungiki. Wale walikula kiapo ya Mungiki, genuinely inua mkono hapa. Inua mkono tu. Watu walikula kiapo ya Mungiki. Watu nitakutambua. Na nitakusimamisha. Sema tu ulikula kiapo. Wewe si usimame. Unaogopa nini? Yes. Hao wengine wachana na wao. Huyu ndiye alipokuwa anapatiana muma ya Mungiki. Aliokoka. Mimi ndio nilimfundisha. Mimi ndio nilikuwa baba yake. Na nimevuka na yeye. Bado mimi ni baba yake. Tukienda mbinguni. Nilikuwa na my own altar that ruled, that scared you. Understand the power in altars and how to kill them, to destroy them. That is the time you will gain the independency. That is when you'll be able to have access of your God. Otherwise, we are ruled by altars, sexual altars in the city. Until we destroy them, hakuna siku tutaendelea. Maana kanisa saa hii as we are talking, imechukuliwa na magay na lesbian. LGBTQ has taken over. It has taken over. It has taken over. If you don't know. Ile usharati iko kwa kanisa yako baba. Wewe ni musafi, wewe ni clean. Ile usharati iko kwa praise and worship. Na ashas. Na wamama wa kanisa. Kwanza wamama wanaona wazuri wako na tupurado na nini. Ndio wanabeba kijana kadogo, wanaangalia kijana nasema, "Hey, you look very handsome boy." Unaweza kubali nikakununulia kashai. And that is the end of the boy. Na hawatolewi nje, wanatolewa. Kimama kinakuja hapa kimejifanya kimshirika, kumbe kimekuja kumonita. Kiliona kwa TV kikaona kuna kijana anajua kuibisha hapa sana. Anakuja na chomolewa. Pole pole. Anaebiwa. Because they want to destroy the church. That is the agenda. Hiyo ni agenda ya upande wa shetani. Agenda ya Waislamu. They have an agenda. Inaitwa Abuja Declaration. They have an agenda. By 2032, they 2042, they want to have a president, a Muslim president in Kenya. And by then, Kenya will be a Muslim state. I was there when Abuja was being written, huko Abuja. Then I was a Muslim. Na Gaddafi alituma ndege hapa ikanichukua. Ikaenda private jet. Baka Benghazi. Kutoka Benghazi tukaenda Abuja. Kutoka Abuja tukaenda Saudi Arabia. Na walikuwa nataka nijenge msikiti 5 kilometers apart hapa Kenya. Sasa bahati mbaya. Bahati nini? Amerika wakamuua. Bahati mbaya. Sisi kama mnanielewa? Now they were to give me $500 million to start the venture. Na mnaona ningeshindwa kujenga hiyo msikiti? Ukiniangalia hivi. Ningeshindwa nikiwa na pesa. Sasa hivi mngekuwa mnaenda hiyo kanisa? Hakuna. Gaddafi alikuwa na mapu ya Murang'a, mapu ya Kiambu, mapu ya Nyeri, kila mahali alikuwa ananiambia hapa, this is place called Kandara. This is Maragua. And we have a mosque in Maragua. This police station, there is mosque in Maragua. How? Mimi hata sikuwa najua kuna mosque Maragua. Lakini Gaddafi alikuwa najua. These people, they have an agenda. What is your agenda? These people, they have a plan. What is your plan as Christians? Apart from going to heaven. Na ni heaven ujui kule iko. What is your agenda? They have an agenda. They were to give me 500 million to start. Na hiyo sasa hiyo pesa ndio inatumika na kina Duale saa hizi. Kwa sababu wakati niliruhusu hiyo nilitoka huko nikarudi padei. Akina Duale, unaona hizi petrol stations zinajengwa za Total petrol station. It is not a Total petrol station. Ni ile kitu wanajenga hapo nyuma. Kila petrol station ya Total iko na msikiti. Na wamebeba barabara kutoka hapa kwenda Nyeri, kutoka kwenda Mombasa, kwenda Kidakuru, kwenda Kisii, barabara zote main wameenda wakijenga.
See petrol station, it is an altar. That is why you see they have taken, ukienda Murang'a utakuta maduka ni yao sasa. Uende Kisii town, maduka ni yao. Uende wapi Bugoma, maduka ni yao. Kila kitu wamechukua, walitumia madhabahu. Na walikuwa nazunguka, wakikuja Bugoma, wanatoa viatu. Na hiyo rosari yao, wanazunguka sema la house of Remaza, rahu akbarasa jandobora, rahu akbarasa, rahu wanazunguka barefooted mji mzima. Baadaye wanainua madhabahu, wanachukua. We have to undo that. We have to undo that. Bwana wabariki na wapende sana. Sasa ningetaka kwa sababu mmechoka sana. Pale kuna kikombe ya chai, mkunywe kikombe ya chai, alafu tukuje tufuge, si ndio? Meanwhile wacha nirudishe, alikuwa wapi? Nani alikuwa anatuongoza? Ni wewe. Amen. Let's appreciate a man of God. Amen. Amen. So we can do better than that. Ni wangapi wamebarikiwa na hiyo mafundisho? Si tumebarikiwa? It is good kuelewa mambo mengine yenye hatujui. You know, tumestick sana kwa Biblia, kwa makanisa, and there are some areas that we don't know. Lakini wale ambao wameelewa, yeye ako na hiyo neema, ako na hiyo kibali. Na kwa wale ambao wako na hiyo grace, that favor, it's good to hear from them. Mambo mengi mimi nimepata kwake, nimekuja kufaidika. Mambo mengi nimepata kwa apostle, imenisaidia sana. Na kwa wale tumekuwa na wao for the few meetings we have gathered here, wameona kuna hatua tunasoga mbele. Tuache tu kukua katika makanisa, tufunguke. Wakati tulienda Jakarta, tulienda na mfalme wa amani, na tulikuwa tunaombea mambo ya wakati tulikutana hapa, tulipaga mkutano, na hapa kulikuwa na watu wa UDA, kulikuwa na watu wa KANU, wa DCP, pate zote zilikuwa hapa. Na alituambia ya kwamba tuweke pate zetu chini, tuweke makanisa yetu chini, tuinue mfalme wa amani ambaye ni Yesu Kristo. Mambo ya kuleta amani Kenya. Na agenda ilikuwa ni hivi: bila amani hatuwezi hata kuhubiri makanisani. Bila amani hata uwe mlebo namna gani ama hadisam, utakuwa nothing. Na tukaona agenda ya kwamba amani ni ya muhimu sana. Amani. Bila amani kwa familia, wapendwa, hautakuwa na furaha. Kwa hivyo tukakubaliana wote, we will support this man of God apostle katika hiyo agenda ya amani. Na wakati tulienda pale, tuliomba, na aliniita nikiwa kanisani. Sikujua anataka kuniambia namna gani. Akaniambia utoke saa 5 na kutaka hapa, tuende tuchukue apostle Maina Ng'ang'a, alafu tuende Wilson Airport. Later on ndio nilikuja kurealize wakati aliniambia niingie kwa ndege. Aliniuliza uko na kitambulisho, nikamwambia niko nayo. Akapeana majina yangu kule Wilson Airport. Mimi nilienda Jakarta na ndege. Wewe hivyo kama umetembea Kayole mahali ninahubiri na V8 na magari ya mimi nilikuchuka na ndege. Ni kwa sababu ya new favor, new grace. Na wakati nilimtafuta nikamuuliza ulifikiria namna gani? Alinielezea tukiwa kwa ndege tulichapa maombi. Tukiwa kwa ndege tunawekwa hizi vitu. Tuliomba
tuliomba na akaniambia tunataka nyara maroho yenye inakuwaga kwa anga, na ndio tukilad tena tutakanyaga hiyo mchanga na tutamwaga mafuta. Akaniambia tunataka Kenya hakutakuwa na uporaji wa mali, hakutakuwa na watu kufuja duka za wenyewe when we comes to maandamano, na hakutakuwa na umwagikaji wa damu ama watoto wetu kuuliwa. Na ninawahakikishia ya kwamba hii ilifanyika. Maandamano hiyo ilitangazwa ya kwamba vijana walikataa kutokea. Si ni kweli wapendwa? Ni kwa sababu ya wale ambao walisimama na hiyo agenda ya kwamba tunaomba amani Kenya. Praise the name of the Lord. Piga makofi mazuri kama umemaanisha kupiga. Maana bila amani hatutaweza kuhubiri. Hata magari yenye tuko nayo tutadrive wapi? Tutapelekea wapi? Bishop, akibishop. Hakuna. Kwa hivyo tulipitia kwa juu, kwa anga, na tulienda tukiomba. Alituambia tu tuombe amani, na maroho yoyote ambayo inakuwaga kwa anga tuiyaharibu. Kwa hivyo maono yenye alikuwa nayo ni kuharibu maroho yenye inakataliaga kwenye anga. Ndio tunapo rad tena, tukawa na entertainment, tukawa na wakati hata wa kuomba na wa kumwaga mafuta, tukiongozwa na Bishop Maina ambaye ni kiongozi wa City Builders Prayer Movement. Anaongoza wachungaji kama 400. Akamwaga mafuta pale. Na hakujua, let me tell you, mimi nimeishi kuuliza apostle program, hata ya hapa hakuna program yenye ilikuwa. Kwa Jakarta hata niliuliza my friend Sikuku ya kwamba tunaulizana program, where is the program of this? Tulipofika pale mimi nilistuka ya kwamba kuna mambo ya vijana wengi sana wamekusanywa footballers, na amewanunulia mpaka amewawekea token yao, amewanunulia kikombe. Nikauliza mchungaji Sikuku huyu rafiki yangu, nikamuuliza hata tungepaga programu zote tumepaga wachungaji. Sikuku, kweli mchungaji tungepaga mambo ya programu ya kuweka footballers? Na vijana wengi wamejaa na wamefurahi sana. Na wale wa vijana walipopewa ushuhuda ya apostle, akawaambia ya kwamba alienda siku moja Kayole, amebeba buduki, akaweka mzee mmoja chini. Mnajua hii ushuhuda iko orova, iliwekwa, akimuibia pesa yake kwa sababu yeye hakuwa na anything. Wakati alimrusha chini na buduki kuenda kumfora kwa mfuko, alitoa pesa gapi? Simuseme, simulikuwa hata mimi. Alitoa 200. Sasa akauliza, vile nimetumia nguvu mingi ya kuenda kupora mtu na buduki alafu nitoe 200, what is this now? Na nyinyi ni washuhuda ya kwamba yeye sio maskini. Hata amewaambia hapa yeye sio pesa amekuja kutafuta. Amekuja kutuonyesha njia ya vile tutabomoa madhabahu ya shetani, ya kishetani, na vile tutainua madhabahu ya Mungu. Pigieni Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Mimi mwenyewe mimi nimesoma, aliwaambia last time when we are here, mimi nimesoma na yeye form 1 to form 4. Tunakaa na yeye hapa. Form 1, form 2 tunaenda na yeye, tunakaa the same. Tukimaliza form 4, mwalimu akatuuliza kila mtu aseme atakuwa nani after maisha ya shule. Sasa wengine walisema daktari, wengine walimu, yeye alisema famous. Mpaka tukaona famous. Unajua famous, sema famous, sasa mtu kusema atakuwa famous utasema nini? Na mimi nimerudi kumuona ako kwa kikundi ya Mugiki. Mpaka siku moja alinipeleka Intercontinental Hotel. Maana tulipotoka shule tuliform ile group up to date. Ile tulisoma na wao form 4. Up to date we have that team yenye tulimaliza nao form 4. And huwa tuna communicate. Alipokuwa ananipeleka Intercontinental Hotel, nilikuwa ninamuogopa, ninashindwa huyu jamaa tena atanipeleka upande upande mwenye aliingia, ama ataninyorosha yeye mwenyewe, ama itakuwa namna gani? I was fearing him. Na you don't have to fear this man. This man have the vision. He's carrying vision and he's very wise. He's very wise. Na kama vile amesema yeye ni mtoto sana kwetu wachungaji, mumpokee maono ambayo muko nayo. Agemwaga ile mafuta. Hata hakuplani na Bishop Maina ati ni yeye atamwaga mafuta. Alipiduka tu
wakiwa pale tu na pastor na Bwana Sikuku, akampatia chupa, akamwambia vile Roho wa Mungu atakuongoza akutumie hivyo. Amen. Are we together? Kwa hivyo maono yenye iko ni ya mfalme wa amani, and the agenda is to take this vision all over 47 counties. 47 counties. Na nimesikia our sister ako within the meeting, Kerubo. Wimbo yake itawekwa, ndio mniambie ikiwa tayari. Sawa sawa, ndio nitamatishe. Dada Kerubo, unaweza karibia hapa ndio utupe wimbo. Tulikuwa na yeye huko Jakarta, na mnamjua kwa YouTube, ni gospel artist. Mpigieni makofi mazuri anapokaribia hapa, ndio awekewe wimbo yake, atusalimie, alafu atuwekewe wimbo yake. Kwa hivyo tu support maono ya apostle na tumshike mkono. Karibu sana. Amen. Wangapi wanamjua mtumishi wa Mungu? Tusalimie, alafu utupatie wimbo wako. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe watumishi. Asante. Nanyenyekea sana kuwa katika haya madhabahu. Nanyenyekea sana kuwa chini ya mafuta makubwa na yenye imebeba neema. Haijakuwa rahisi, ila Mungu ameniandalia siku hii. Wacha niseme kwanza kabisa, nimejengwa. Nimepata mafundisho. Kwa wale ambao wananifuatilia, kuna baadhi ya nyimbo ambazo naimba ambazo zimebeba ujumbe ambao apostle alikuwa anaongea hapa mbele. So nikitoka hapa na ujumbe mzito sana wa kuenda tena, naomba Mungu anipe roho na anipe macho ya ndani nikaweze kuweka huo wimbo ama hizo nyimbo katika roho na kweli na katika misingi ya imani takatifu. Majina yangu naitwa Feni Kerubo, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ila si mwimbaji wa kawaida. Ukinifuatilia unaweza nijua zaidi. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.